God expected us to perform miracles that Jesus was performing. But the problem with Christians today, they are in the church, yes, but we don't know the kind of God that we serve. You don't know the kind of God that you serve. You don't even believe in the kind of God that you serve. That's why in your life there is nothing, there is no impact, there is no change, there is nothing, there is no anything to show people. If people ask you where is the God that you serve, you cannot show them anything. It is because you doesn't know the God that you serve. You are Yahweh. You are Yahweh, Messiah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Father, you are there before creation, God. You are Yahweh. You divided the Red Sea with the nostril of your breath. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Lift your voice and tell him you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. My Father, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Fungua kinywa chako tumwambie Bwana asante. Tunapoingia katika nyimbo moja ama mbili ya sifa, nataka tu uombe, maana umekuja hapa na neno la Mungu limepita siku ya leo, na ninajua ya kwamba you have something to tell God. Now God, fungua tu kinywa chako kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, umenena nami tangia asubuhi, nimeona Bwana ukinihudumia. Jehova Bwana, asante kwa sababu ya wakati huu. Jehova Mungu, asante maana umekuwa mwaminifu mchana mzima tangia asubuhi. Tumeona nguvu zako na uwepo wako. Na Baba, tunapoingia katika sifa hii Mungu wa mbinguni, ili Bwana tuweze kusikia neno lako, maisha yetu yatabaki sawa tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Inua mikono juu. Hallelujah. Salamia mwenzako, mwambie we want to praise Jesus.
Salamia mwenzako. Na nilikwambia ukiangalia jirani yako unaona ni kana kwamba ashikishiki network, toka kwa huyo, angalia mwingine katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye ameketi muulize shwari, hata una aibu milele yote mpaka sasa bado umeketi? Amen. Haleluya. Mwambie tu baada ya muda kidogo. Amen. Baada ya muda kidogo utaketi. Haleluya. Unajua niko na tatizo moja mimi kama David. Ninamwambianga mimi napenda kutumia nafasi yangu vizuri. Amen. Kile kitakacho nisaidia kunistahimili mpaka wiki mzima iishe. Amen. Ni ile neno, ile dose ninaenda kupata. So that's why ninaitumia vizuri. Hallelujah. Na ndio sababu, kwa sababu tulisema saa 9 wadada atakuwa na kanyaga pulpit. Ndio sababu naona jamani, nataka kutap tap. Abia mwenzako, you must tap grace. Hallelujah. Na ukiangalia bado tu anakaa mtu wa kujihuzunikia, toka kwa huyo enda kwa mwingine. Amen. Hebu angalia hiyo sura vizuri milele yote. Amen. Haya, wapatie watu wawili high 10. High 10 sio high 5, high 10. Watu watatu. Make sure that umezunguka kwa watu watatu. Uwapatie high 10 ili Mungu wa mbinguni ajitukuze kwa jina la Yesu. Tunataka wakati Baba anakuja aingie kwa hiyo grace ya praise. Siko mpya hiyo. Nataka leo akuja kwa neema tofauti. Hallelujah. Amen. Do you know, ninapatanga ufunuo huu. Ukisikia huko mbinguni wazee 24 wanaabudu usiku na mchana. Hao watu wanaangalianga hivi Mungu, mniangalia hapa kidogo. Wakisimama hivi wanasema mtakatifu unastahili. Wakiinuka hivi wanaona amebadilika, wanasema wewe ni Alfa na Omega. Ni ombi la moyo wangu wakati mtumishi wa Mungu anakuja, unamuona kwa njia tofauti, kwa kitu tofauti ambacho amebeba kwa ajili yako. Hata hiyo sinipigia makofi jamani. Amen. Wakati anakuja mbele zako unajua kwamba huyu amebeba kitu cha kipekee kwa maisha yangu. Amebeba ufunguo tofauti kwa maisha yangu. Hello. Mchezaji vyombo, unajua sasa nataka tusifu. Nataka tu Baba akuje kama ameingia kwa praise. Amen. Ulisikia mahali Biblia inasema ati na Mungu anashuka kwa neno lake? Yeye anasema ananena. Lakini Biblia inasema na God, Mungu ushuka kwa sifa zake. Si wakati unasifu huyo Mungu ashuke juu yako. Unaonaje? Kai. Huyo Mungu wakati mna praise ashuke tu juu yako hivi. Alafu jamani aseme, na leo mwanangu umenibariki. Leo mwanangu umenisifu. Na kwa sababu hivyo sitakuacha hivyo. Promotion Mungu analeta. Twende moja kwa moja Baba. Aha. Mchezaji vyombo, ninaongea mambo yote ndio weke kinada. Amen. Weka tu makofi juu kidogo, alafu nipunguzie tafadhali. Nipunguzie sauti kidogo. Hallelujah. Nakupenda
Nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Tunakushukuru Baba kwa upendo wako. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya kukuabudu. Asante Baba kwa kuwa nasi. Nitumie tu kama chombo, nikawafundishe watoto wako, nikawaelekeze kwenye maelekezo yako. Nitumie, kubali tu kunitumia. In Jesus name, somebody say amen. Thank you. You may be seated. Thank you very much, praise and worship. And I can see I'm still happy. I'm getting more and more happier with you. And some people are also getting happy with you. Yeah. And kuna ile tulisema kiti ya nini? Ya kusupport kazi yao. Wangapi walisema watakuwa kisupport? Ndio mkono wako juu. Wale walisema watakuwa kisupport the kitty for the praise and worship team. Inua mkono mzuri. Si mkono ni yako. Kwani uliikopa? Yeah. Have you done so? You haven't. Why? We need to appreciate them. We are getting into the new month. We need to appreciate them. Some people like Charity, I've seen them done so. If you haven't done and you sema unataka kunani kusupport, I need to have it during today, tomorrow, because mwezi simeanza. We need to appreciate them kwa sababu kuna wengine wanataka kwenda kulipa rent, kuna wengine wanataka kwenda out, kuna wengine wanataka kulipa school fees. We support them. Wacha tu support. Tusiwaambie ati Yesu atakubariki. We need to make them happy. Wajue yule Mungu ambaye wanamwabudu ni Mungu ambaye anajua kuwapatia chakula kwao. You cannot, kama Mungu ambaye unamwabudu hakupatii chakula kwako, you are not worshiping the true God. Niguo wakora kwa kugutire na irio na ni hoyaga Ngai ucio ti Ngai. Mwenelewa? The God you are worshiping is a provider. He said, I will never forsake you nor leave you. Ate digagutiganiria. Even if you are in the shadow of the valley of death, ate unokora digatagataine kageku, unatembelea katikati ya kifo hivi. Kifo ndio hii na hii. Sijasema mfugue njia, nasema natembelea katikati ya kifo. Sasa nyinyi mnanifugulia njia. Nasema kutembelea katikati ya nini? Hata kama utakuwa ukitembea katikati, kifo ndio hii imekuweka katikati. The God says, I'm going to be with you. Bwana asifiwe sana. When you discover you cannot afford to have food in your house, you cannot have to afford to have a cloth or a shelter, a place where you can call home, you are not with God completely. Mungu alishakuondokea kitambo. Hello. If you are facing those three challenges on a serious note, the challenge of food, the challenge of clothes, the challenge of shelter, you are not with God. You have to rethink twice what is wrong with you. Kama nyumba yako imefugwa, go ask God, tulipoteleana wapi? Uko wapi nirudi? Sababu nikajia tu ulipiga chochoro, uka branch kanjia, ukawacha ile barabara alikwambia upitie. That is why you missed. When the children of Israel were in the wilderness, kuna kitu vitatu hawakukosa. Hawakukosa nguo. Ama kuna mahali ulisikia walilalukiwa? Walilalukiwa? Kuna mahali ulisikia walilala nje? Kuna mahali walisema unasikia walilala njaa? What you cannot have is anything to keep. But anything to use, you will get it. But anything to keep, hautapata when you are in that wilderness that God is passing you through. To know that you are not with God, if you don't have food in your house, unatumana kwa duka, unaletewa junk food, kuna shida. Atenuaga gya korea nwanywa mae wathi gukoma, kuna shida. You are not with God. God must provide manna. God must provide what?
Maana what you will not have, it is anything to keep. Ya kuweka ka fridge katakauka, lakini ya kukula itafika jioni saa 12 umekaukiwa, hujui kitu cha kufanya, unasikia tu mama anakupigia ama mtu from nowhere ndakoririka na ndaigwa go hemaga na matano, just like that. Na ukifanya hesabu ya hiyo 500 ndio inatosha ile chakula mnahitaji. It is God who provides. Bwana Yesu asifiwe sana. When you find God is not providing for that period that you needed him, then you are not with him. He disappeared from you long time ago. You are dead. That is how to know whether you are walking with God. And you must be able to understand the presence of God. How do we get the presence of God around you? How do you know that God is around you? Because every person, there is a way you understand that I am with God. And there is a way you understand nimekaukiwa. Kuna siku hata mimi nasikiaga leo siku mzima nimekaukiwa, Mungu hajakaribia mimi. But there is a way I will just be walking. Unasikia kuna kitu kinanizunguka. Unasikia there is the presence of God around you. That is when I will know. Ukitaka kujua kuna maombi na obaga, unasikia hiyo ni koba ya msamaha, kwa sababu nimesense I'm not with him. Na sasa kwa sababu sijui nilimkosea wapi, inaenda tu rada, mnasema Mungu nisamehe tu. I need to be closer to you. Immediately anarudi. And how do you approach God? How do you bring God closer to you? Do you just rinae na libakuda na libakonto? No. There is a way of bringing God closer. How do you pray to God for him to come? Is it how we normally pray? No. Ile maombi yote mnaobaga, hakuna mahali naidaga migi yenu. So most of your prayers are warfare prayers. Baba, takoya Ngai. Ndirikana andu aria manaririte baba. Na ni kwa ajili ya wabeleria mahoya. Ndirikana ciana ciakwa baba itiriraria. Baba ni murikaguo. He's not your boy, your age mate. There is a way you approach God. There is a way unamtafuta kuongea na Mungu. Mungu ni mwanaume. For those women, mnaongea na Mungu ni kama mwanamke mwenzako. Mungu ni mwanaume. And the way you approach your husband. Wachana na wamama wa town, wamama wa huko Geshagi. Si hawa wa town. Hawa town nasema, na dotire na iria, na sukari gotire. Na maji gotire. Na sasa hiyo mzee ako na stress. Hajalipwa. Hii ni mwezi ya 3 hajalipwa. Na anajua ako na familia, ndio kwa maana anaendaga nyumbani. Lakini hajui atatoa wapi. Amengangana, ameomba my friends, amefunikia aibu, imekataa kufunikika. Alafu Gotire na iria. Nigo oka. Nigo umo maraya wako. Na hiyo mzee ameshinda akifanya nare kafarua. Onekane kwa na magana merisha na shikale mushi. Will that man give you anything? Hapana. Ndio unaona wanaume wengi tunapoteleaga pale kwa bar. Maana pale kwa bar kuna kisichana kimeandikwa purposely to deal with our souls, to deal with our psychology. Bwana Yesu asifiwe. Kamevaa kasikati, kamefika wapi? Hapa kamefuga mzuri, kameporotiliudi hapa. Na mama kama huyu ukienda kwake nyumbani usiku, utamkuta amefanya nini? Amevaa ile ya ndani ile mnafanya kutoka chini kutoka mpaka hapa, ndio amefuka kwa kichwa. Hello? Inaitwa stocking. Kama ile kokia naye. Sasa alafu ile ingine amevaa nini? Kitishati. Kimeandikwa kabakabogo. Na mgongo kimeandikwa ukimwi inaua. Ama sengenge ni ng'ombe. Na kule neighborhood, karafuka ukeha neighborhood, kwena kairetu, gakirite gakinyaga. Karaje tandari. Nanyita. Na waikira ba utakuta na mwanaume anasema, karaja ndio wakinya. Taheo mwahau. Yaani ninatulizwa haraka napo. Naambiwa kunywa moja, at least pressure ile nilikuwa nayo ipotee kwa kichwa. Alafu ukutana na mama kama huyu, unaingia kwa nyumba, badala ya kuite babe na darling. That is how men have run away from their homes. You need to have a language of speaking to your man. And this language is just listening and wanting to understand.
Huyu mzee ameingia kama kichwa imelala hivi. Huyu mzee ameingia kama kichwa imekaa, yani hata ukimwona venye anatembea ni kama ile lori imekatika sedaboroti. Ni ile kazi amefanyishwa. Amevuruta mkokoteni hapa. Do you know mwanaume kama huyu anaweza kuwa ni wenye unamjua ile anaendesha kama lori makubwa, lakini kwa sababu kazi imekosa hajai kuambia haendeshagi gari, anasumbuka mpaka mkokoteni. Ama anasaidiaga kutukuma matairi za magari ndio kufuga alipo shilingi 100, yefuge ngine alipo shilingi 100. Lakini unajua my husband is a truck driver. So he's doing all these things behind the scene. Ndio usiwahi jua, ukule na ushibe, usiwahi jua what he's doing. Bwana Yesu asifiwe sana. And we don't understand this. Mwanaume ni mwizi, alibadilika akakuwa mwizi. Hakuenda kuwa mwizi kwa sababu alitaka kuwa mwizi, maana chakula ilikosekana. Amekuja mara 3, anasikia kitoto kyake venye kinalia ni njaa, mpaka ana feel a man ni mtu wa kujituma. Unakuta mbona yako alifanyika mwizi sio kwa sababu he was born to become. He just became because of a situation. Lakini ukiingia kwa nyumba unakuta mama amekaa hivi. Nego mama ya wako kwa meno. Alafu aende by mistake akuta tu sigara, ama by mistake ulikunywa kale kane kamkebe kale kachupa kadogo kakabaki, maana hujazoea kukunywa. Ilibidi ukunywe kanusu wengine uweke hapa. Ukalewa ukasahau ukafika kwa nyumba. Ena ni watu heida tulia. Yaani karume mtakoroko na hakili kwa maishi. Sasa huyo mwanamume, what will happen to him? He will run away very slowly. Very slowly. Hautajua akienda, utasikiaga, utakujeka kunoti aliendaga. Na akienda kutana na Lilian kule, I'm sorry to use you. Akienda kutana na Lilian mzuri, mtu anajua kubebeleza, mtu amekosa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu amefanya nini? Amekosa mwanaume na anaombaga Mungu baba hemodo onokone kioje hetu niko kireithia. Aende abebelezwe, aingie tu hivi niingie hivi kokie niambie toa koti, ananitoa koti vizuri. Kisha ananiambia kaa hapo, ananitoa kiatu. Kisha ananiletea kafani kanavuka. Kananiweka baridi. Negage kinya kwako. That's the end of you. Agiroka kome anedata ile mushi. Hello. Bwana Yesu. And that is how God operates. God, when Solomon was given, alipatiwa na Mungu to become the king after the father, Solomon was asked, after giving a sacrifice, he was asked by God, tell me what you want and I'll give you. How did Solomon say? He called God Daddy, Father. Thank you. Thank you for doing what you promised my father. You are such a magnificent God. You are a good father. You are a promise keeper. You are wonderful. That is how he started. By glorifying God. Before you go demanding from God, glorify him first. Akasema thank you even for kukubali tu hata mtoto wake akalie kiti venye ulikuwa umeahidi baba yake. You see, he never mentioned himself. He never brought himself as the first priority. He did appreciation because of God accepting to bless his father. And he praised God, he praised God, he praised God until God told him, namna gani hata hiyo hujaitisha nimekupatia. Jesus was asked, how will we be approaching God? He told them, hallowed be thy name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. The demand comes, uko chini, tupatie mkate wa kila siku. And it's a line. It's a by the way. You don't need to tell God what you want. Ebu just glorify him. Mwambie you are the Father, King of kings. None of anything on earth that can be equated to you. You are the Master. You are the Father. You are the Holy God. I worship you. I bow down before you. You are Master. Look at how you have made me. Me the useless. Me the hopeless. Me the person who is not even worthy standing before you. You just found in your heart to come near me as I'm smelling badly, but you chose to come near me. That God does not change, does not send. Hawezi kutuma malaika. Yeye mwenyewe personally. Na hiyo ndio nature ya mwanaume.
ukisifu mwanaume leo kage mudhuri, mwanaume mtue muthamaki waku, you are king, make him a king. Utakula pesa yake mzuri. Ugo niko tuliagwa ne jagiri kule town. Tutunyagwa besha ugo. Todo tunatritiwa kama wafalme. Unaoshwa baka mguu, unaoshwa baka mwili. Ukahuru na kataba yake gakahehu. Anyita. Kule odire wako na mutumia ni sengege, ng'ombe ni sengege. No inegene, nie maundu maya ndirenda, nie maundu maya ri, nie ndikwenda maundu maya. Na ukifika tu nasikia ameanza kwamba, Yesu, Yesu nake. Yani you have no time for me. Na daikira nyumba where I expected to receive some warmth, some reception. You can't eat my money. No, hata kama nimestruggle for that, nitalipia, nitakwambia nipatie account ya watoto ya shule. Nitalipa directly. Nitakwambia wewe wenda unataka kufanya nini? At shopping, enda kwa supermarket unitumie till. Because I'm no longer dealing with you as a woman of my life. I'm dealing you as a worker. Unnecessary. It's a necessity. I'm dealing with a demon, and therefore I have to finance her necessities. That is how God deals with us. When you command God, God is not commandable. You cannot command God. You persuade. You raise your voice towards him. A voice of humbleness. A voice of desire. A voice of worship. A voice of praising God. Just praise. Don't tell him what you want. Don't tell him. He knows. The Bible says he knows before you open your mouth. He knows. Just lift him. Muinue. Muinue tu. That is why you see, wakati mimi nilikuja, I tried to make this house as beautiful as I can be able to manage. Why? This is part of my worship. I'm just worshiping God. I make this place to become beautiful. Look at it. Hata Mungu akiwa nyumbani, no anyime kedu. Anaweza. Hata akikuwa ni mwenda wasimu Mungu, anaweza akiangalia venye kwake kumekuwa vizuri. Ati wewe hujakalia kiti ya plastic, umekalia kitu mzuri. Hapa ni kuzuri, carpet ni mzuri, ni ile expensive. Si ile ya shilingi 200, viti viko kila mahali ni kuzuri. Si unaingiaga hapa unasikia the presence. Why do you feel it? Si malaika wanakaaga hapa, ni Mungu anasema, "Oh, I have to glorify this place because it has been glorified for me." Glorify God, he will glorify himself in you. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need to ask. Me, I never ask God ati, "Baba, tunakuomba tupatie. Oh, Baba, tupatie pesa." I don't. Mimi nikiingia kwa simu yangu lazima nitapata kuna pesa tumeingia huko. Na ni mtu tu alinisikiliza Moroto, ni mtu alinisikiliza mahali, ni mtu amesikia nini, amesikia kwa Simon K, anasema daigwa kutomera 10,000. Utakuta tu 10,000, 3, 4, 5 tumeingia hapo. Ito na nikiangalia nauliza watu hapa, kuna shida ya kitu, unasikia tulikuwa tuna haja ya 40,000. Kuangalia kwa simu hiyo 40 iko. Because as I took care of God, as I took care for his sanctuary, nikaitengeneza vizuri, he will always take care of this sanctuary. He will always take care of my life. He will always take care of everything that you do. Change how you pray. Watch a demanding prayer. Stop that demanding prayer. God is not your worker. He's not your fellow worker. He's not a Gen Z. Ama a millennium. Ama a Gen A. God is God that is decent. He's a man. He's not a woman. You know a woman that can come. To the Gorana stage. Most of us men, we don't work with our women. Gora stage. Because I don't want to work with you. But God will want you to appreciate the presence. He will want you praise, you lift up God. You desire. That is why David always had the heart of God. Because he knew how to worship God. Irrespective of the failures that he had. Irrespective of the challenges that David had. Alikuwa na mingi sana. Huyo mjamaa kama ni siku hizi tungemchoma. Unasikia alienda kaenda kwa Saulu akasema anataka msichana wa Saulu. Na akaambiwa na Saulu kwa sababu hawakuwa anataka huyu mtoto aoe kwao. Walikuwa kamtafutia kitu ambacho inaweza kumfanya asipate bibi huko. Wakamwambia ndio tafute sehemu nyeti za wanaume 100 ukuje tukupatie bibi. Jamaa akawauliza 100. Si wanajua obviously he can't. Jamaa because he had a God that provides. He reminded God, "You said you will never forsake me nor leave me. And you know God, I love you." God permitted him.
He brought 200, not 100. He brought 200. Akaziekelea kwa meza, akawaambia hicho. Shaka ilibidi wampatie msichana. Akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Where did he get that energy? He fought battles and he won because he knew going back, praising God, worshiping God. He worshipped him. He never demanded anything from God. At the Father, win this battle for me. Father, tushidanie, tupiganie. Maadui wa mio. No. Shidana na wao, wanao shidana na mimi. That is what he told God. Shidana na wao, wanao shidana na mimi. Wamefanya barabara imekuwa telezi. Ifanye ikuwe dry. You see, he knew how to make God feel appreciated. Feel like, yes, I am the king. Make God the king in your life. Wacha na madimad. Baba, unajua biashara hilo liniambia tutafungua. Nilifungua lakini wakora wamekuja wameiba. Akalia sasa si waue baba. He doesn't do that. Worship him. He becomes your what? Your defender. He becomes your fighter automatically. When you make God your friend, when you go to your friend, you don't demand from a friend. You just explain yourself. You just walk around with your friend. You become a good friend to that friend. And that is what we needed. Just become that good friend. Be a good friend to God. When you become a good friend unamuinua na unafanya mazuri kwake. Just your deeds. Just how you talk, how you relate to him. When you are going to God, how do you go? Kuingia hapa kwa maombi, how do you approach God? We will approach God by worshiping first. We worship. Worship peke yake is enough. He told Jehoshaphat, just worship me. Worship. Don't prepare an army. Don't buy any gun. Worship me. Then because of that worship, God sent secret army. Do you know God operates with his secret army? He has a secret army. He sent his secret army to the Ammonites, to the Moabites, and to the Meunites. And he caused them to fight. Wakauana, wakapigana, wote wakamalizana, wote. The people who had prepared, 3 nations, powerful and strong than the Judah. He won the battle without going into the battle. Because of the friendship with God. Because he knew how to approach God. He knew how to bring God closer. You don't bring God by your problems. He knows them. He says before you open your mouth, he knows. Anajua shida hizo zote uko nazo. Anataka tu umwabudu. Hivyo tu. Na ukiabudu Mungu, mwanaume anasimamaga anaanza kutembea. Anatembea tu hapo. Unasikia sasa hapo ndio ukimuworship vizuri unaanza kusikia kuna kitu kinatembea. Mpaka unasikia kama kuna mtu ukienda kuangalia hivi unasikia there is a presence imeteremuka. Unasikia goosebumps, unasikia nywele zimesimama because mzee mwenyewe ameteremuka. Hakutuma malaika. Amefanya nini? Ameteremuka. So you only need to know how to bring him on board. Arguments nyingi. Mingi. Wacha kasheshe. Change how you pray to God. Prepare the ground. Ndio ukule hiyo nyanya umekula iko kwa nyumba yako. Iliwekwa kwa tuta. Tuta ilitengenezwa vizuri. Ikawekwa vizuri, mchanga ikarainishwa. Ndio hako kabego kakiingia kaweze kumea vizuri. Kutoka hapo ukamwagilia maji. Kutoka kumwagilia maji ukaweka hiyo cover vizuri. Ikakuwa mkubwa. Kutoka hapo ukaingoa, ukaipeleka kwa shamba, ulipetengeneza kashimu na ukaweka fertilizer vizuri. Kutoka hapo ikaanza kumea, unamwagilia maji na mea unamwagilia. Kutoka hapo ukaendelea kuiprune mpaka ikakuwa mzuri. Kutoka hapo ukaimwagilia dawa, wadudu wakaondoka. Ni wapi ulisubua hiyo nyanyatu? Wewe nyanyakua mzuri. Wewe nyanya nataka manyanya madogo, makubwa usilete dogo. Hapana. You persuaded the nyanya to give. Ulipeperesa, ukaikuza vizuri mpaka ikafa. Hivyo ndivyo Mungu anapenda. Wacha stories za kumwambia unataka gari. Wacha stories za kumwambia unataka sijui nini kubwa, ama unataka msichana, ama unataka bwana. Hapana, don't tell God those nonsense. He tells you, seek ye the kingdom. And its righteousness. Not only the kingdom and what? It is righteousness. So the kingdom, the righteousness is the structure of the kingdom. The righteousness is the discipline of the kingdom. The righteousness is the culture of the kingdom. So he is telling you, seek
ye uthamaki na mitugo ya uthamaki. Nikwambia na Kikuyu ndio nielewe vizuri, wacha kufikiria nini nasema. Wethe uthamaki wa Ngai na mitugo ya uthamaki, and the rest will be added. So the rest are not part of the kingdom. Hello, did you get me? The kingdom is a super power, and kuna vitu ambavyo viko kwenye kingdom ambavyo vimeitwa supplementaries. So that which is causing you to cry every day, every night is a supplementary. Nitonya muto ona totiyabo na moko ne Ngai, tuoyabo na kogoro gutoka ikibu. Hako kabibi unatafuta katainuliwa tu na Mungu karushiwe. Chukua basi. Bwana siwe sana. All what you need, it is the presence of the kingdom. The structures of the kingdom. Seek ye the kingdom and its righteousness. Not it is materials. Not it is husband and wives. Not it is dukkha. Not it is job. Not it is anything. Because once you get into the kingdom carries everything that you need. Ruto akikuja hapa saa hii, iwe mumekaa, mutadisorganiziwa. Kwanza kabisa mtabio mutoke muangaliwe mifuko kama mmebeba bunduki. Na ni kanisa yenu. Na hata mimi nitatolewa pale, nifanyiwe search. Watakuja na ubwa, hawatajua kama hapa ni Mungu tunasema nini. Watakuja na ubwa zinuse zote, zijue. Zionizi vitu zote na bagi zenu zote zitanuswa na maubwa. Why? Because the king is coming. So when the king is coming, his ways have to be prepared. And a team, an advanced team must be here to make sure the whole place is secured. So when you invite Ruto, you invite his powers. Kama hapa hakuna stima, kutarara kukiwa na stima. Did you ask Ruto to come with electricity? No. Kama hakuna maji hii compound yote, hapa kutarara kukiwa na nini? Na maji. Did you ask for water? You only requested Ruto to come and visit you. Hizi choo zote zitafagiliwa, zitakuwa safi. Utakuta mpaka choo zimeletwa na Ministry of Work. Did you ask for it? And you don't ask for anything. Only you requested the king to come. You prepared the hall for the king to come. When the king comes, he comes with everything pertaining the kingdom. So you don't need to bother. Atikujeni na choo, unajua huku hatukuagi na choo. Na hata stima hatukuagi. Hata hewa haikuagi mzuri mkuje na hewa. No, you don't need that. You only need to engage the king. The king will send his trappings of power to come to you. When the trappings of power comes to you, your life will change. King Ruto akiingia kanisa inabadilika. Hata status ya kanisa itabadilika. Kila kitu itabadilika. Hata utaona watu wengine wameanza kukuja kanisa hii kwa sababu Ruto alifanya nini? Alikuja. Why? Because the king arrived. And we only ask him, king, if you find time, if you find favor. Look at Esther. She spoke. She had already entered. She had already conquered. But she always continued to seek from the king. If you find favor, I can make food for you. If you find favor in me. So a woman, you need always to be humble. Arrogance, keep it off. It can't help you. Kwanza ukikutana na mtu kama anaitwa Dora Waruigi, ujifanye unaweza kuwa arrogant. You are wasting your time. I'm better in arrogance. Ndio naambiaga wale wanataka kaita ora daki. Before you think of this, go fanya Google search me. Uone I am a hardcore. Ukikuja kuniambia ati maneno hiki, nakwambia how unaenda kuniele. Ataendelea kwa shoka gwito. Can I call Uber for you? Kuna kitu ningetaka kubeba kutoka hapa. Na watchman, kuja mnisaidie mtu hapa anataka kusafiri kidogo. Na nitakupatia how much more do you need? Do you need some 1 million cash I give you to go? Yes, I will escort you to go. And that is how our God behaves. You misbehave with him, he sends you away from him. He lets you be fought. He will not fight you, but atakuachilia kwa jangwa na utashughulikiwa, utapigwa. So I am a child of God. I am a servant of God. I behave like my father.
That is why it's so difficult for many people to not to understand me. Because when you behave like your father, my father, when they saw my characteristics of my father, ndio ujue kudili na mimi. No alito ha? Nitokwenda tukaleo. No alito sio. Keto shere nawe. Nie ndi wa mwana wa Ngai. Na ndi wa Ngai jagiro ni ku behave na guikara take. Na tondu Ngai ni kiriga ri, gutura ndi kiriga. Tondu ndajitikiritio umenye. Nwanyita, ndajitikiritio iki atia? Ndiro kuhika tondu ni ukuhika. Mudurumio yari, ni ta Ngai. Ndukanende kumenya maundu make muno, ni ukeuraga. Tondu ni waje kumenya muno, ukuona weaknesses milioni 100. Wage kinya kaundu na kamwe kage mukenia. That's how tulikuwa tunafundishwa. Usijaribu kutaka kujua sana, maana unapojua sana the more you lose. Let's sijui hiyo imenitoka wapi. Nimewasaidia. Nataka leo tusome kitabu ya Psalms 91. Unajua kuna watu wa Kristo nyinyi wengi mnapenda kuomba na kitabu ya Psalms. Psalms 35. You want 35? 35, Psalms 72, 70, 119, Psalm 1, 71, Psalm what? Yeah? Psalm 18. Can I sum you up? Niwaambie who are you? You are all witches. Because kuna watu wamechukua Psalm 35. Inasemengaje? Fight those who are fighting me. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewafundisha kwanza, how do you do your battles? You don't do your battles by telling God to do what you want. You don't tell them. You don't tell God, fight those people because they are fighting me. Just be in the presence of God. God will protect his own. God will fight for his own. God will defend for his own. But now if you pick Psalm 35, hebu tufungulie Psalm 35 just kidogo tu nionyeshe wachawi kadhaa hapa. Because that is what I want you to desist from. Because once you turn this Bible your God, it is an idol. It stops being a Bible. It becomes an idol. If you turn me to be a God, the God of Waroige, remember me, you have idolized me, and you become a devil worshipper. Bwana, uwapinge hao wanaopingana. Upigane na wao wanaopigana na mimi. Why will you it is a prayer. It is a prayer, but don't make it is your culture. That you don't have words to tell God. Because when now you pick these psalms and you another to recite, you keep it here. Ati ukitembea bwana, pigana na wao wanaopigana na mimi bwana. Jiulize wanapigana na wewe kwa nini? Mwanzo. Ndio mlango huo ufunguke wa kupiga wewe. Ulitoka wapi? What happened? Ndio uanze kupigwa. Ndio hii kanisa ianze kupigwa. Who opened the door? Ni mlango ulifunguka. Bwana, tuendelee hapo kidogo. Ni kwa nini ndio nipigwe? Why are they fighting me? Are they fighting me because of the favor I have from God, or are they fighting me because kuna mlango nilifungua? So before you start calling God, or think fast. Before you start opening that mouth that kuna watu wanapigana na wewe, kuna watu wanakuoverride, kuna watu wanafanya nini, kuna kitu inafanyikana kwa maisha yako, atego kokoro iko kwa bara nyingi muno. Die dadi kanithege teno ina bara nyingi muno. Wache upuzi. Ndogethiko gutari na bara. Uli nini ndio uanze kupigwa? Ulianza kupigwa kwa nini? Huko kwa nini hauko ukipigwa? Uko kwa urari kwa utari huragori, urari ga kuhuro niki. Niko ngethie ngoma age gukuhura. Niko ngethie wage ngoma kuri age kuhura. No, korirwo weke. We mwene nikyo kuhutara huragwo tondu raturaga na ngoma no urari pastor waku. I encourage warfare here. I encourage it because najua we are in the warfare. We are real warfare, fighting the demon, fighting Satan, fighting Lucifer. That is why he is so active here. Nikisikia umegongwa najua yes, huyo ni wagai. No ukikuja hapa nie kumaria dokire goko maudo makwa nonywe komada kwarageria niki.
Just tell me. Komata kwarageria. Maundu maku ni magirire. Maundu makwa ni mokire wega. Ni ndicamanagia ona gutire guku kwega muno. Guku ni kwa gutura. Ni maheni. We no gukuingata. You'll find a way and chase you because umekuja na shetani. If the devil is not asking you, why do you go to church? Why do you go to the synagogue every morning? Kama haujainukiwa vita hapa, ujue uko na shetani. I pray, mimi naombaga mugogwe ndio mjue kukaribia Mungu. The more you are fought, the more you come closer to God. But when you are in your comfort zone, you are not with God. You are not. Devil will never give you comfort, and that is his mission, never to allow you to sit and eat, to fight you. And the more he fights you, the more you surrender. Hello? The more the devil fights you, the more you surrender to God, the more you find yourself helpless. And the day you discover now you are helpless, umeona umefika mwisho. Kwa sababu wale wananipigia kwa simu, apostle, wananitagi apostle, apostolo, mwadhani yako hizo. Yene odadi maganato na program isio mokorogo nasio ya YouTube nesi dadi magamono ali apostle niene kinyete mwisho yende naigwa gukua nasikianga vizuri. Hello, huyo ndaigwa gutinde kinyete mwisho. Yes, ujuaji, ujeuri imefika mwisho. Sasa amesarenda kwa Mungu. Sasa akinipigia anataka aliyokiugo kemwe. Yes, because anataka kusikia gayera ngatia. Toto kwa ngoma ne kware mari. Ngai ni akujetekera mwena ucio na mwiraga ni we muhonoku. De muhonoku nduri muhonoku. Ugaye Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ndari kikamwe ugaye amen mathina maku ni mathira. Andu kahurire thimu ingi. Hello? Because you can never be at peace tukiwa dunia hii. The devil is always trying to win you. The devil is always trying to discourage you. The devil is always trying to bring you down. And you match what you are going to become by the warfare in your life. Ukiona negi cia matha icira gutamba guko guo ri, no tu bara negi, ujue that is your level. Kama tu vita tuko napiganaga na makaga kwa barabara na watu wale wa mkokoteni ndio hiyo ndio wanakuogaga naye. Ati ngiokaga uko kanitha hali no nginya kutho ni mundu wa mkokoteni. Kama hiyo ndio ile vitu unalete hapa, ujue wewe na watu wa mkokoteni you are the same. Nataka kusikia uligogwa ukagogeka. Nataka kusikia umeinukiwa na klani mzima imekuinukia. Taifa mzima inakuinukia. Si unaona venye nainukiagwa Kenya mzima because mimi niko pale. Napigwa kutoka Amerika, napigwa kule kwingine India, kila mahali wananiinukia. Najua I am a king. Ufalme wa Mungu uko na mimi na ni mkubwa. That's where you put your level. Unajielewa what kind of a person you are. How far are you going? No wagikorwo ate thina uria uhikaga ate ngiira gutambire haha ya gutamboragia na gathundo. Siombe Mungu tu akuondoe hii dunia kwa sababu you are meaningless. Hauna maana. Angalia what kind of battles around your life. Kokoro battles yako ni muthuri. Mundu waga na muthuri ati muthuri niwe guthumburite nyumba. Ici yako imeishia kwa nyumba. Wewe ni mtu wa bedroom. You're a housewife. Ukae tu huko. Uombe tu Mungu akupatie nguvu ya kukaa huko. Lakini kama ukitoka hiyo na kuja hii kanisa, unaleta tu kitu kama tumaua kama hudu tu, unasikia kanisa mzima inakuinukia. Unajua my God is good. I am winning my battles. That is how you know how you are winning battles. And that is how you know what kind of a calling do you have. Kuna watu calling yao inaishia hapa ati vita yake akikuja hapa ni ile ndio arogamire hau ule ndirona mundu ngiarandora na kiritho kioru ni ndiraigwa ndamaka ndiracoka na thutha ni ndirarigwa ni kanitha ndio gadigocoka guka ukamenya that is the level you are. Wewe wako hata kanitha ugacoka ukainuka. Hello? Kuna ndo maraku ngoro muthi mugukuaga ngoro ndete gutigira ni ndamiuraga piu nigetha urimutugire turimutweke atia kanitha nĩ cenjirie. Kanitha nĩ kiri atia ciana guku nĩ irathi cithirire twina andu agima akorani ministry tuthie na mbere. Are you okay? Watoto waliisha saa ngapi? Saa 7. Sasa tuko na watu wazima. Now inaita kwa nini ile kwa bio muende kazi. Kwa mama Mary mauga gate
I'm now commissioning you. What I'm doing now is to commission you and to prepare you that this is what you are going to encounter. There will be no bed of roses. It is to fight until you win. It is to march until you conquer. You don't fear. Muonaga ndikiguoya. Mimi naekeleaga kifua hapa na wabia. Hii moto yote miaka. Si mnajua ni maneno nimeongea. Ile naambia watu wameamuka, wamechanuka. Si tulikuwa tumekuja mpaka na kanisa. Watu wanatuambia ati shetani ni mtu mweusi. Ati shetani anachoro ni mtu mweusi. Ravule imutirako shetani ni mtu mwiro. Kwa mere kura wito. Shetani ile ari muraika. Wa Ngai. Michael ni muraika wa Ngai. Aurieli ni muraika wa Ngai. Gabriel ni muraika wa Ngai. Akorino in the house. Gabriel ni muraika wa Ngai. Kurigana na urato coragirwo ri. Gabriel ni mweru kana ni muiru? Tiri mundu ngimenya. Urato coragirwo bichiria wonaga. Mweru. Ni mweru. No ari munene wao. Nĩ Shaitani. Aya Gabriel ni mweru. Michael ni mweru. Uriel ni mweru. Munene wao ri aire ha. Acenjeire rangi kũ. Nĩ rangi mwamuhakire. Ate igũrũ kangia kĩhene riũa. Tondũ athũngũ amaikara gũkũ na kũrĩa. Nona andũ a mĩrĩra meciragia. Tũmeciria tũnini mũno. Ate igũrũ kangia kĩhene riũa. Arĩa me Amerika matihiaga nĩ riũa. Mahiaga nĩ riũa rĩa toci. Teigo tũkuaga wana. Na baba ũcio wanyu mũtheru. Airĩire kũ? Nĩgetha rĩu tũcorwo ithuĩ tũhianane na kĩ? Tutueke ithuĩ nĩ ithuĩ ngoma. Wakorwo Shaitani, wakorwo araika othe nĩ erũ, ona Shaitani nĩ mwerũ. Ũguo Shaitani nĩ mũthũngũ. Kana tiguo? Kiu nĩ kĩũria wagĩrĩirwo gũthiĩ tikĩhunjio ndĩrahunjia. Ni maswali wende ukajiulize. Alikulia wapi Black? No, nyamaza kwanza. Ulibrainwash wewe ni mtoto. Sasa kama uko sasa, kwa nini watoto hapa Gen Z waliingia mpaka parliament, wamesubia Sakayo ashuke na akashuka? Si ameshuka? Yes, kwa sababu wamekataa kuwa brainwashed. Wewe mbona unaendelea kuwa brainwashed? Lazima tuambiane ukweli. Tukaambiwa Biblia katika kitabu ya Genesis 21. Si Genesis, Revelation 21. Ati yule ataongeza ama atoatoe. Atawekwa nini? Matohoho. Si ndio? Sasa hapa niko na kitabu iko na vitabu 17 juu imeongezeka. Kuna ingine ya kina Hawa ya Catholic iko na vitabu 7 imeongezeka. Na tuko na hii tunatumia ya vitabu 66. Sasa unataka kuniambia Ukristiano ni matohoho? Kwa sababu imetolewa. Si iko na 66. Kunayo ongeza 66 plus 17 83, si ndio? Kuna kitabu niko nayo hapa iko na 83. Na ya Catholic iko plus 7, 66 plus 7 inakuja 70 what? 70? 73. Ya 73. Kwa hivyo ni gani iko na matoho na ni gani haina matoho? Yanyu ina matoho. Ina matoho. Ina matoho. Kile matoho. Na Biblia yugatia uri okaruta kana ongerere. Ni agekero ki? Na oya ndire matoho. No na andu akwa father papa mutheru. Arauga ndire na matoho. No ni ruta. Uguo gicunje kiu kia Biblia ri tukieherie kiu uri okaruta tweherie nigetha Biblia yagire. Psalms 91. Ama tulikuwa tumemaliza ile kile nilikuwa nataka kuwafundisha. Tuachane na hiyo. Hiyo ni kile yangu hiyo. Tutakutana huko kwa mitandao. Ngoja nifundishe kondoo wazuri. Lakini huyu ujinga ya Ukristiano lazima tuondoke. Hii ujinga tunakuwa nayo mingi. Yaani lazima tuachane nayo. We seek the true God. We seek the real God. We seek the real Jesus. Because I was also asking myself, where did the name Jesus come? Ilitoka wapi?
maana aliyezaliwa ni nani? Ni Emmanuel. Jina Kristo, jina Jesus ilitoka wapi? Kwa Wahibrania hakuna J, kwa Wagiriki hakuna J, kwa Walatino hakuna J. J ya Jesus ilitoka wapi? Wajana na Matthew 1:22. Jina Jesus hakuna J kwa Walatino. Biblia it was translated from Greek and Hebrew. Sindio? And the Hebrew and the Greek, they don't have a J. They have a Y. Yehusha, Yehova. Sindio? J ilitoka wapi? Inaweza kuwa tunaabudu shetani na hatujui. It's a question for thought. Ndio fikiria. Because hii ni mambo ya Constantina na Nimrod. Anaitwa Constantina na Nimrod. Hao ndio walitutengenezea mpaka kalenda. Wakatutoa kwenye kalenda ile ilikuwa ya Wahibrania, wakatupatia kalenda ya nani? Inaitwa nani? Gregorian calendar. The Gregorian calendar is based on days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sindio? Sunday, it is sun day, meaning a god of sun. Wachana na hiyo. Na kuuliza J imetoka wapi kwa Yesu? Yesu alikuwa anaitwa Yehusha Hamashia ama Emmanuel. Ndio wachana na hiyo ya Catholic. Wachana na hiyo ya Catholic. Weka tu. Psalms 91 inasema, Psalm 91, aketie mahali pasiri pake, aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. If we run to God and seek his divine protection, we will be saved. That is all I'm trying to. Hiyo story yote nimewapatia. It is how do we seek God's power, God's authority, God's love. Aketie mahali pasiri pake, aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi Mungu. So you need, how do we need to live? What I'm trying to tell you is, how do we live with God? How do we exist? How do we walk with God? Aketie kwenye kiti chake. Whosoever that sits, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Most High. So what am I talking here? I want to teach you how to live and walk with God, how to seek the presence of God, how to win battles. Battles are not won because of your mouth. Battles are not won because of your ears. Battles are not won because of your body. Battles are not won because of your education. Battles are won in sacred places where the Almighty is. In the places where you dwell in the presence of God. Just by dwelling in the presence of God, God will treat you as a child. God will treat you as one of his. God will treat you as something that he treasures. If you dwells and walks with him, ukikaa karibu naye, you surrender in totality. That nobody can change you from the course of God. Nobody can change you from what you are thinking about your God. Nobody can change you from the position you have taken for God. That is what I'm telling you tonight. That if you position yourself into where God wants you to be, into what God wants you to be, into where and how God wants you to operate, then nobody will be able to come and stop you from getting to where God has a plan for you. Because God says, I got a good plan. A good plan not to destroy you, not to bring you down, but a plan to make you successful. So it is not your plan. You don't operate with your plan. You operate with a plan that God has created. You operate with the mission of God. You operate with a decision of God. You operate with a way that God has created. I will create the way where there is no way, so you may find a way to pass. But now, we come here to create our own ways. We come here to create our own systems. We come here to create our own operationals that are not in tandem with the plan of God. Always seek to know, how does God want? What is the plan of God in me? Yes, I am in business. What is God's idea in this business? I am in church like this. What is the God's idea in this church? I'm getting married. What is the God's idea in my marriage? I'm going to fly out of the country. What is God's plan in my flying out of the country? You must involve God.
in whatever that you're doing. I cannot give you anything until God tells me give. I cannot do anything. If I find that Koki is removing me from where God positioned me, I will evade you like a snake. Nitakuondokea kama maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. You will be worried. Utashtuka venye nimekuondokea. Utafikiria ni jini fulani imefanya kazi. Because I want to entirely walk in the presence of God, in the manner of God, in the way God instructed me. Because there is something he told me in the book of Timothy, that he has a good plan. So I want to ensure this good plan, I have understood it, and I am in that plan. Do not try to do anything outside. Just remain in the systems of God. The moment you remain in the systems of God, every other thing that is of external will be defeated without your knowledge. There are battles nakuta zimepigano zangu without the knowledge. Sijuagi, nasikiaga huyo alikuwa amepanga. Kila siku nakuanga nimepangio kakitu kabaya, lakini nakutanga kamebomolewa without my knowledge. Nasikiaga haya ati walikuwa wamefanya hivyo aje. Ndio kwa maana tulipata ile gari ilikuwa imesimama kwa barabara. Lakini they were confused, wakasema gari yako ni KCH, ile waliona ni nini? Ni KQQ. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God changed even the number plate. Wakaona KQQ badala wakaona KXZ. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how, when you are in the systems of God, and when you are walking in the system and the plans of God, that is how God will win every single battle. Utakanyaga tu Germany, unakuta watu wamekungojea, watu kutoka tu. He will create other people that you don't know. You will go because of this man, but ukifika huko hata huyu man atakuwa out, huyu man ataingia, and they will handle you, treat you and make you what God wanted. And the plan of God for you to go to Germany will work, not through the man who took you, but through other men. You come to a place like this one, you open a church like this one, and you will be lying some people, this is my friend, this is my friend, this is my friend. Wale watu tuliitana pamoja. God will make sure they will not be able to support you. He will bring this man, he will bring that man, he will bring this woman, and this one, they will come, now they take over. And they will manage, because it is not me that they are managing the good plan of God. So that's why I normally tell you, do not harass anybody mwenye ametumwa kuja kufanya kazi hapa. Do not fight them, do not try to destroy them, because whatever you are doing, you are trying to fight God. Mtu akikuja atatokogyo, atatoka Canada, atatoka America, atatoka Germany, atakuja atatokogyo akiwa na mapesa. Kanisa hii inahitaji pesa. Atalete mapesa yake hapa, na aseme hapa ikuwe hivi, hapa ikuwe hivi, na atataka kuangalia kazi ya Mungu imefanya venye Mungu alimuinstruct. Then hapa vijeuri vikine vile vilishika hapa, territorial captures zimekaa hivi, kimekauka hata kijihane ya kutafuna, kimekaa hapa tu kimeng'etia macho imekotolewa hivi, kinazuia huyu afanye kazi. Mungu atakung'oa, atakurusha huko kwa barabara. Utakutana na majensi wa kung'oa macho mbili. Nduliona kasio mageuka. Ulioka na kamate. The work of God cannot be stopped by anybody. And the work of God is not by you for you. Wewe uliito ukaigia. Wakati uliingia, God gave you a position, and you worked with that position, and that's the end of it. If the position has expired, even if you try to do anything, you cannot make it. It will not work. Gaa kando, kaa sasa chini, because your work has ended. The position, ile kakitu ulikuwa ukuje ufanye, ulifanya. Kama ni hii saa ulikuwa ukuje uwekele hii saa, imekaa na watu wameanza kuona saa, that is the end of the game for you. Now sit down and be taught the word. Naye huyu atakuja weke nini? Hii TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Because everything God want to bless you, anataka kubless kila mtu hapa. Because he want to connect you with his work, with his purpose. And to connect you, muya alilete hii saa, he is connected. Any blessing ambayo inatokana na systems hapa, inaenda, lazima tukibarikiwa, lazima kuna kitu itatriko kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule alilete mkeka hii, wherever he is or she is, whatever that we do will trickle kwake. So yule mwenye alilete hii microphone, sio mwenye alilete hii mkeka. Every person has a role, and that role operate within the role of God, operate within the systems of God. Once you know how to operate in the systems of God, you will be always able and be able to usher in whoever that is brought by God.
That is why you see my office is always open, because there will be sent many people from all over the world to come and do the job. There is no money here, Ambassador. I can count. This is my money. I don't have anything here. Hapa hakuna. There is no single coin. People have come from different parts of the world and they came. There are those who bought the seats. There are those who bought the carpet. There are those who bought the TV. There are those who bought this thing. They are bought everything. Even the car I'm driving does not belong to me. Because when I surrendered to God, God took over my life. Even you go to my house is a very nice one, a very good one. For those who have gone there, a very good, some are very good. But I'm not inviting you. Some are very good. Yes. Interior design is one of the best in this country. One of the best. And I did nothing. I never contributed a single coin towards it. A single coin. Why? Because I surrendered to God. I told God, now manage me. So whatever that God wants, be good. And when God decides now to manage you, He produces the best for you. He makes you an example that when people come and see you, they see God. He will buy. Hii shati unaona si pesa yangu. Hii katrouser si pesa yangu. Aka kashu, ni aka kashu kalitoka Turkey. Msichana ako Turkey. Msichana mzuri sana, very beautiful girl. Akanunua pea ngapi? 5 za viatu ziko hapa, nice one. Mwingine yako Germany anaitwa nani? Anaitwa sijui nani. Naye akanitumia perfume. Mnasikia perfume kazuri? Kazuri. These people are not my sisters, and I don't even know them. I have never seen them, but they are commanded. Why? Because God wants to beautify me, so that when you come with that picture. Ile mnakujaka nayo ya kwa shetani, ule mtu wa mogeke. Ukifika hapa unaona mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That's when you do surrender and do the will of God and live according to God. God will make you a billboard for the rest of the world to come and see Him. That is all what He wants. He wants you to be a billboard. That whoever that comes, akikuja hapa, akikuona tu anakuona anasema, oh, this is God. Na anabadilika. Na anasema, because of this, I have changed. I'm telling you, I have a following. Locally and internationally. Watu wengi, watu wale wanasemanga silent listeners. I have over 1 million, 2 million people following whatever I do every day. The former and you nothing. Ni kungea tu. Ni mnaacha watu wakikuja hapa mnawapiga wanatoka. That is the main work. Mikora mitupu. But now anajua wameisha. Mikora si imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to identify why God called you. Until you are able to identify why, because your calling did not come with your pastor. Your calling did not come with that prophetic word that you received. Your calling did not come with anybody. It came with God. Before you were born, I knew you. Before your father and your mother came together, you were known. So that is the time the calling came. When your mother and your father were identified. When your grandfather and your grandmother were identified. That is when the calling came. So what happens to you? You only need to align with the calling. Move with the calling. Live with the calling. Do the calling. Be a calling. And refuse to do anything else. Surrender. God will open any single door. Mi hakuna mulango hata moja Kenya hii. Hakuna mulango hata moja in Africa, in the world, that will ever be closed for me. Because I am with the mighty one. I'm walking with Him. If I want to go to Europe tonight, I'll just need a visa. And the visa will never be denied to me. I walk. I have never been denied a visa. I have never. Why? Because I am a pulpit. I am a billboard. That God want to use me. He want me to go to America. I will find people. He will command people. Kuna wale watanichukia. I can't go to that Mogeke man. I can't listen to my Mogeke man. Kuna watu. Na saa hiyo, when you say I can't go to that Mogeke man, we do what? You are preaching to him. He didn't know I'm coming. And he will know. Haya.
He's coming. Where is he coming? Anatambia tuthie kadeo jigwa ya kuja hutagia niyo yagarurire muturire wakwa. Na unakuta watu wewe mwenyewe uko nje na wewe bado utajikuta huko kuja kuangalia hiyo shetani venye na hubiri. Kutoka hapo nasema kai modo ni kai uyu ni ndura ni acenjiri nukwe kuria hujia ni ndireciria no ahujia uguo sitting. I'm surrender. People will surrender because of what God is using you. Because of God is doing with you. People will surrender to you. Because people don't surrender to you as a man. People don't surrender to you as a woman. They surrender to God that is in you. So use yourself a vessel so that every person can be subdued by God. And if all people will be subdued by God, they will be commanded by God to bring what they have to you. When Job alipofanya venye Mungu alimwambia and he turned back, the Bible says God changed his life twice as much as before. And the brothers who are telling him, forget about this God. The sisters who are telling him, forget about this God. Everybody that was telling him, forget about this God. These people, all of them, they were first people to come and give him money. To tell him, really, you have a God. You have a God. Your God will be my God. That is how God wants to use you. Only if you surrender. Only if you live. So what are the good lessons do we learn from this Psalms 91? I don't want to go read all of it, but I want to look at the lessons. I know you are going to read or you have read. Hakuna kitabu imesoma dunia hii kama Psalms. Vitabu zote za Psalms mmezisoma. Hizo mmesoma kwa sababu ndio mnatumianga kufanya uchawi. Hata ukienda kwa waganga wanatumianga kitabu ya Psalms. Ukienda kwa watu wa Freemason wanatumianga kitabu ya Psalms. Ukienda kwa Illuminati wanatumianga kitabu ya Psalms. Ukienda kwa warege wanatumianga kitabu ya Psalms because it can be used. This Bible it is ni mwano. Kwa Kikuyu waganga wanaitumia kama mwano. Mwano ni ile paraphernalia za uganga. Hello. This can be a novel. This one can be a novel. This one can be something to heal you. It is how you treat the Bible. It is how you look at the Bible. It can be a holy Bible if you put the Spirit of God. At the same time, it can be a novel. It minus the Spirit of God. How you use it. Mimi wakati nilienda kwa muganga yule na mwambiaga kanini, alitumia Bible. Alifungua kitabu ya Psalms, lakini sijuage ni gani, lakini kuna kitabu alifungua ya Psalms. Akaanza kunisomea na nikaona ni mimi. Na akaniambia ni watu wamekoloka. Umelokwa na watu. Bwana asifiwe sana. And I believed she never used. Hakutumia hizi za Wakikuyu ati hizi kama ile wanafanya hivi na rusha hivi zinasema anaanza kusema nimesema hii kwa nyuko hii na kwa nyuko dhiaga. Hapana, alitumia Bible. Waganga wengi wanatumianga Bible. It is how you use it. Bwana Yesu asifiwe sana. Most scholars, most dangerous people in the world hata waizi. Wakati tulikuwa tunaendanga mimi nilikuwa mwizi sugu. Sema mwizi sugu. Mimi nilikuwa mwizi sugu. Tulikuwa tunaiba na kina Madhari na Rasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna mama mmoja hapa tulilalisha kwa bank, akalala chini kifudifudi, tukachukua 40 milioni. Na mimi namuonanga tu. Na tukienda huko tulikuwa tunasoma Biblia. Before we get there, we will read the Bible. Na kuna venye tulikuwa tunasoma, tukisikia maandishi inatuambia ni kama tunaweza kupigwa, hiyo mission tunaisimamisha. Na kuna venye utafukua tulikuwa tunafukua hivi. Ile pale tutasoma hebu. Sasa tulikuwa tunafungua hivi. Sasa kama hapa nimefungua kitabu ya Isaiah 43 inasema, but now thus say the Lord that created thee, Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed you. Hiyo straight away kuiba. Hiyo straight away. Hiyo straight away lazima tuende tukaibe. Ndio tutatoka na pesa. Tutakuja, fear not. Fear not. Buduki unaikalia hapa kwa kichwa kwa mgongo. Unaenda nayo. Because it's fear not. For thee I am with you. Unakuja na pesa. Lakini ukisikia ingine ati ulianza na Mungu kaanza ukaishia na shetani, basi unasema totiradi kodomode. So it is how you use it. This book, how you use it will benefit you or will destroy you. This book has destroyed
Wale watu wengi watachomeka, kama kutakuwa na kuchomeka, watachomeka kwa sababu ya Biblia. Kwa sababu uliifungua na ukainterpret venye ulitaka kuinterpret. You never wanted the Holy Spirit to show you how to look at it. You never wanted the Holy Spirit to guide you how to do according to the Bible. Therefore, lesson number 1 we are learning from the book of Psalms 91. Strive to be with God always. That's lesson number 1. Strive always to be with God. Whatever you do, wherever you go, hata ukifanya ujikuta kwenye makosa, rudi kwa Mungu tu. Tunajikuta kwenye makosa. Tunafanyanga maneno. Hata mimi unaniona hapa nafanyanga maneno. Lakini nikifanya maneno nijue hii maneno si ya Mungu. Narudiki haraka sana kwa Mungu. Namwambia Mungu dekera tu. Jiguera dhatu. Nakuja tu nalala hapa. Namuita namwambia God. You are the glorious God. You are the, ulisema unasamehea na unajua kusamehea. Wewe uko na moyo mzuri wa kupendeza. Moyo mzuri wa kufanya mambo mazuri. Moyo mzuri wa kukaa jinsi Mungu anavyotaka. Moyo mzuri wa kukaa mambo mazuri. Umesikia? Unabebeleza ukwenda temode. Wewe mpenye alafu mrudisha hapa. Wewe mtorako fata. David. Karo, umesomea mambo ya akili? Onana na David uangalie vizuri. Always strive to be with who? To be with God. Do everything that you are doing with God. Wacha kufanya mabadiliko. Hata kama vita imezidi namna gani, ujue wakati vita imekuwa kubwa, that is the time you are with God. When everybody is rejecting you, it is because God is with you. When everybody is fighting you, it is because God is with you. The devil will not amount kuweka hiyo vita kubwa kama hauko na Mungu. He is fighting tooth and nail to make sure amekuwithdraw kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ikikuwa kubwa, umeinukiwa na kila mtu, kila watu, everywhere you are going, kuna vita around you. God is with you. Don't panic. God is with you. Continue to be closer with God. Continue, remain that position. Maintain that position. Ukiona opposition imekuwa kubwa, maintain that position. Hiyo ndio iko na Mungu. Lakini ukisikia sasa huko cover, mahodoni maradhi ndio mega. Satan has already taken you. That is why you are in comfort. Abraham aliambiwa na Mungu, aondoka kwa baba yako, uende mpaka ile nchi utaenda, nitakwambia huko ndio nitakubarikia. Kwa nini? His father alikuwa anaitwa nani? Terah. He was an idol worshipper. He knew even if I try to bless this man in this compound, this man will never be blessed. He will be engaged in battle after battle. So God removed him. There are people there are situations that God will remove you from a situation, a place, ndio akubarikie. And there are places God will maintain you hapo, upigane ushinde. Gideon aliambiwa, pigana na baba yako. Piga madhabahu ya baba yako, angusha. Akaangusha na akamaliza, na akabadilisha wana wa Israeli, wana wa Juda wakarudi pande ya Mungu. Lakini Abraham aliambiwa toka, because idol worshiping yote ya Israeli, he was under his father Terah. So he knew this man will cause this man to delay, because the work of the devil is always to remove you from the timing of God. God works in season, times and places. God works in what? Season, time and places. Allocation is very important for you with God. Time is very important for you with God. And season is very important for you with God. Why location? He said, Abraham, vie ginya korea, nenda mpaka mahali utafika, mimi mwenyewe nitakupeleka. Hapo ndio nitaachilia baraka yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the location. The location that you are going to be blessed. Kuna mahali utafungua kazi, uteseke the rest of your life. Kuna mahali mchi utakuja, you are supposed to be Nakuru, but you are in Nairobi, you will never get anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna unatoka hapa uende New York City, kule kunasikia kama dola inazaliwa kuzaliwa mpaka kuku zinatekaga madola, lakini unakuja without single coin, uko bure. Why? Because you are in the wrong. Unakuja unaenda kwenu kule Kamakwa. Kamakwa ni kupari gani?
ni Nyeri Kamakwa, na huko ndani unaenda unaanza tu kupanda tu maua, unakuta makabuni inakuja kutoka Nairobi kuchukua maua kwako, na unanunua maroli na unanunua mapickup na unatembea, you become very rich huko Kamakwa. Yet you had gone to America, yet you had gone, you are working where you are paid with dollars. This location matters. That is why even here in church I normally tell you, if you are not supposed to be here, get out, go, because I will be wasting your time. Kuna mahali unafaa kuwa blessed, kuna mahali unafaa kwenda kufanya kazi, kuna kanisa unafaa kwenda ufanye kazi huko, ndio baraka yako iteremke. Lakini sasa uko hapa in the wrong office, na unakuja na unaingia kwa ofisi, na hiyo ofisi ni ya huyu, na wewe ni wa ofisi ya kanisa ingine ya Manyuru hapa. Basi unakuja unakalia kwa ofisi ya mwenyewe, utadisturb huyu na utajidisturb. You're wasting your time. Location is very important. Before you get to any place, before you get to, like, you want to do business, you want to do anything, you need to ask God which is the right location. And that is why you need to do something we call spiritual mapping. Spiritual mapping is not done in the air. Spiritual mapping is not done in the outside. Spiritual mapping is done on the location. You go and understand what kind of people are existing there. Ni watu aina gani? Umetoka hapa unaenda kuweka kazi Kambiti, unafaa ku understand what is Kambiti, the name Kambiti. Then you understand what kind of people are in Kambiti. Then ujiulize, makaa Kambiti inauzagwa na hakuna mtu anauzaga na hakuna mtu anaibaga. Ujiulize, what kind of a God that this protects Kambiti. Na ikitoka Kambiti uende hapo Makoyo, uweke kitu yako, hata utoki uende bali, ukaa hapo unasikia imeenda. Lakini ya Kambiti na ni hapo chini, haiuzagwi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is understanding the location. And this only can be done if you know, you do the spiritual mapping. You understand in that locality what kind of people are there, what kind of plants are there, what kind of animals are there, what kind of business are done there, what kind of a soil is there, what kind of rocks are there, what kind of spiritual operations that are there. That is now, this can only be identified through a location. Number 2, then once you do that, you get to understand what is the season. You want to plant maize. Are you in the season of planting maize? No. Uko mwezi wa 9. You will have to wait mpaka mwezi wa 2 ama wa 3 ndio upande mahindi. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to understand the season, because seasons must collaborate with the time. And that's why God, in the Genesis chapter number 1, God first, what he did, he separated night from the day, so he can create season and create time. Are we together? Are you understanding me? So from there, that only can happen with you if you are walking with God. That is why you need to strive always to be with God, so that you will be able to tell God that command my day. Do not allow me to meet anybody that you don't want to meet. Do you know that is what I'm going to tell God? Do not allow me. Do not. If you don't want me to meet with this man, don't allow me. We have an appointment. Yes, I gave you an appointment yesterday. But before I came here, I told God, do not allow me to meet anybody you don't want me to meet. Nitajaribu, nitashindwa. Kwa hivyo, ungekuwa ndako kwa appointment na wana dinamehikia, don't blame me. Blame this man up here. He didn't want me to meet you, because I have surrendered myself to God, and he has taken me to guide me. So if I tell you I'm going to buy you a cup of tea at Serena, and nikose kukupeleka hiyo Serena, just don't worry. Wewe nyumbani, Mungu amekataa. And that is the only discipline I put in myself. Na hivyo ndio niliambia, those are the restrictions niliambia Mungu aniwekee kwa mwili wangu, because I'm also a human being. Na mimi nakulaga vizuri, kafriji kako kwenda kwa kameshona vizuri, I eat very well. So if I don't have that restriction, but by God, I will mislead myself. I will find myself in situations, compromising situations, which I cannot be able to come out of. And that can only happen if you strive, if you always want to walk with God, if you always position yourself in the position where God can use you, can protect you, can guide you. Are we together? Must continue living right with God. Always continue living right with God. This means that you can't be dwelling in God. You can't be dwelling in God's sacred places while enjoying pleasures of sin.
When you continue walking with God, you can never continue walking with Him while you are enjoying the pleasures of the world. Why? God will take that responsibility and give you a cover, give you a protection. This protection, that is why you find whether kuingira gari eno. Nasho kitu kingine kia jirani yako kuingira. Ukienda hapo kidogo unasikia imeanguka, imemaliza watu wote. Because you are walking with God. Whether kako die kuo, hey, imagine I was planning to go in that party. But I don't know what stopped me. Ukakuwa na mihango ukakosa kwa, because God has sent His angel. Don't allow this to go there because there is danger there. When you are walking with God, He will never forsake you nor leave you. He will always send it to a cloud that will be with you, walking with you. He will send the stars to guide you. He will send everything that belongs to Him. The angels will always be around you to guide you, to take you where you only belong, where you are supposed to be, because He is with you. But when you are not with God, you will find you are making every time, every move you make is a mistake. Every word you speak is a mistake. Everywhere you go is a mistake. And also how you speak. If you are not in the season of speaking that what you are speaking, people will not hear you. People will not understand you. If you are doing whatever you are doing that does not belong to that season and that time, you speak, utakuwa maneno ni mazuri unaongea, lakini hakuna mtu alisikia. Kwa nini? It was outside the season and out the team and also outside the location. So this guides you and gives you a real legal framework to move. Make decisions that you choose to be with God forever for good. Make that decision. Choose to be God, to be with you forever and for good. Always make that decision. Do not allow anything to come in between you. And if you find this brother ameingia kwa maisha yangu na ataniondoa kwa Mungu, ama anataka nifanye kitu which is not the right time for it, muachane na yeye. You better lose him rather than losing your God. I better lose all of you muniondoke, but I stay with my God. I won't care. Mkiniambia mnatoka hapa, I won't care. I won't, nitacheka tu, because I know niliambia Mungu, do not allow anybody to change my position. And mmekuja mmeganga hapa pamoja, mnataka kunidivert position. God will ask you, go out, leave my servant. And that is how to win that battle that I'm calling spiritual battles. Actively seek God's presence every time. Seek the presence of God. Every time, wherever you go, seek the presence of God. Anything that you are doing, before I come here to preach, I normally seek the presence of God. I'm going to preach. I'm going to teach your people what you have told. I need your presence. Moses told God, I will not walk here. I will not go if you're not going with me. He sought the presence of God. Anything he do, Gideon had to seek the presence of God. He told God, if it is you, God, this karoa I'm putting here, put water. And God put water. Then he put water. Then he came in the morning, he found that there is water. He told God, no, yes, I have understood you. I can see it is you now. This thing is coming. It is irritating. Now, I want the karoa to be dry, but outside there to be wet. The following day he came, he found the same thing. This day, okay, I can see. It seems like it is you. Then he went again and did something else. And he told, oh, it seems like it is you. Now, that is, seek always the presence of God. Do not do anything if the presence of God is not with you. Do not go anywhere if the presence of God is not with you. You need to activate systems that can indicate to you that God is around you. God is working with you. You activate the presence of God, that in whatever you are doing, you can feel God is around you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lesson number 2. Psalms 91. Walilala. Twende chini. Tulisoma hiyo mwaka.
maana yeye atakuokoa kutoka kwa mitego ya mwindaji na katika maradhi mabaya. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao kikao. Lesson number 2. God's name and titles reveal his character. He's talking about hutaogopa hatari za usiku wala mishale urukao mchana. That's the character of God. That is a God can do anything to make sure you are safe. The name of God is a character, reveals his character. Is Almighty God, God the mighty warrior, God the promise keeper, God the fighter, the defender. It reveals, the name of God reveals the character that he is. And therefore, God's name and titles reveal his character. He is called the Most High. Why? Because he lives in the high places. He is called the God Almighty. He is called God the Lord. He is called God Yahweh, God Jehovah Nissi, Jehovah Elohim, Jehovah whatever. All the names, they all reveal the character of God. When you are walking with God, his characters will be revealed into you. Because if it's Jehovah the mighty warrior means that when you are in trouble, he will fight for you. So the character of God will be revealed in you. He will send himself into you, into your heart, that you will be able to get out of a system that is trying to destroy you. If there was something that people are planning against you here, God name Jehovah the mighty warrior will come to you immediately, and he will cause some people around you to defend you or to fight for you, or he will cause you to sneak out. At the moment you sneak out there, a bomb inakuja, boom, boom. Unasikia watu waliisha. Kwa nini? Because God the mighty warrior was able to sneak you out. He was able to reveal himself, his characteristic, a man of war, a man of what? A God that is thunder, a God that is a healer, a God that is his names, all the names that is characterized with God reveals what the character of God. Because when you are dealing with God, Jehovah Rapha, you are dealing with a God that heals. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you are dealing with the Jehovah who? Jehovah Elohim. What does Elohim mean? Yeah? The creator. You are dealing with the creation. You are inviting the spirit of creativity in your mind. So when you are calling God, don't always call God. You are in trouble and you are so calling Jehovah Elohim ama Jehovah nini Rafa. You are in problem, umeatakiwa na maadui, mashababu wamekuzunguka, alafu unaanza kuita Jehovah Rafa. He won't come, atakuja kuangalia kama uko na matumbo yako ni baya, hata kutoa hapo, atakuacha tu hapo. Maana ulimuita akuja kuponye hiyo umeanza kuhara, utumbo imekuwa baya na yuko alshababu wamejaa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. You call Jehovah Nisi, bendera ya nani? Akupatie mwelekeo na akupatie njia ya kupotea. How you call God, that is how he is coming. How he will come. He will not come if you call him to come and heal you. Atakuja kuangalia ni wapi mgonjwa. Atatuma malaika ya ugonjwa. Akiwa kwenye vita, you call the God of war. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye biashara, you call the God who does business. Ukiwa kwenye mountain, you call the God of the mountain. Ukiwa mahali popote, wherever you go, you call the God, the name that is associated with the place you are. And that is why you need, I'll come next time, I'll be teaching you the names of God, so that you can be able to understand when are you supposed to call Jehovah Rapha, and when are you supposed to call Jehovah Nisi, Jehovah Elohim, Jehovah El Shaddai, Jehovah Shalom. When are you supposed to call this God? Because those names, when you invoke Jehovah Rapha, you are invoking the angel of healing. When you invoke Jehovah the mighty warrior, umeita nani? Michael, to come and do battles for you. Are you getting me? When you call Jehovah Elohim, is the creator, you call the creativity of God. Jehovah Elohim, you call him when you are in business, when you are farming, when you are doing whatever you are doing, the creativity, that is when you invoke that God, that spirit
Spirit of God to come and guide you. That's when you are praying, wacha kumuita Jehovah Elohim, Rima Shandololobosaya, Jehovah Rafari Akantara Babasedia, Jehovah Rimaikontori Babasa. Hiyo ni uchika. So you are confused. Uelewi ni Jehovah mgani umemuita na anakuja kufanya nini. You don't understand. You need to understand, why are you calling him? Why do you invite him? Are you inviting the right spirit to come and make you? When Danieli alikuwa kwenye maombi ya kuomba, the first day he went for prayers, mizigo yake iliteremshwa kutoka mbinguni. But what happened? Mfalme wa Persia came and captured. Nani alikuwa ameleta mzigo? Ni Gabriel. Gabriel ndiye alikamatwa na mfalme wa nani? Wa Persia. Ilibidi waite nani? Waite Michael. Michael ndio akakuja kwa sababu ni wa vita. Gabriel ni malaika wa information, lakini si malaika wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaita Michael akuja a rescue Gabriel from kwa mfalme wa Persia. Are you getting me? So how you call your God will determine how God will come to you. Utaona kwako kumejaa madaktari na wao kumgojo. Ama utaona mpaka maambulance zimefika huko na si nini stima ilikuwa imekatika. So they will come and ask you, who is sick? Ni stima. Si ungeita electrician? So utaendelea kuishi, utaendelea kukaa kwa giza. Kwa nini? Because by the time again you call an electrician, hakumbali ama masaa imeenda. That is why we have made so many mistakes. Calling the wrong information, calling for a wrong God to come and help you, the wrong Spirit of God. God is one, but calling the wrong Spirit of God, because the Spirit of God is meant to come and help you in that situation that you are facing. If you don't call the right Spirit of God, you will always face. Kuna watu hapa kwa sababu wanaitanga Michael kila siku, wanaotanga ndoto za vita kila siku. Todogo nugo howe. Na wengine wamefuka mpaka vitambaa za red kwa sababu ni Michael. Michael si wa red. Michael is not red at all. Michael is blue. Is an angel of authority. An angel of who? Authority. He is supreme. What's the in corporate world? Royal purple ni nini? Is a color of corporate world. Royalty. Michael is royal. He commands all the archangels. Ndiye alichukua nafasi ya Lucifer. Na yeye ndiye atashika Lucifer amweke kwenye shimo ile taregetuli. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must also understand. Once you are able to understand how God's name operates, because the name has power. Every name has power. So there is every way the name of God operates. If you invite, uko kwenye vita unaita Jehovah Shalom, Mungu anaenda, you are in peace. Unanyoroswa, unaenda ukiita Jehovah Shalom, anasema malaika wadhayo, malaika ukimao kama akola no dhayo. Because uliita Jehovah Shalom. Na ulikuwa ufai uite nani? The mighty warrior. Hello? Are we together? Are you getting right? It seems like you are lost somewhere. Are you together with me? So all these names given for God, names, hizo majina ya Mungu, they give descriptive title. Names provide God's character. The name that you give about God will provide the character in him, in that name. When you are worshiping and you are praying to God, you give him homage that God is supreme. And therefore, with God, nothing can overcome you. When you give the right name for God, the right positioning of what you need God to do for you, he will win every battle and you will never go wrong. Bwana asifiwe sana. Because ukienda kwa the Muslims, hii maombi wanafanyanga 5 per day. They are directed towards different time and different positions and different names of God.
Mungu ule wanamuomba asubuhi sio Mungu wanamuomba saa 5 ama saa 7. Yule Mungu wanamuomba, ile jina wanatumia ya saa 6 sio hiyo jina. Maombi venye wanaomba, kila maombi iko na meaning yake, meaning they direct it to the right name, to the right angel, to the right spirit. That is why see they are always successful, because they know how to approach. But for us, we are not successful because we don't know when to apply the God of war and the God of peace. We don't know when to apply the God of prosperity and the God of healing. You call the God of healing when you are healthy. You have to become sick. He will heal you. You will be sick. Wengine hapa tumejitakia magonjwa ambayo tuko nayo because umuliita Jehova Rafa, Jehova Rafa teremuka. Rikatandorolosa, rimashanda na gutaya. Jehova Rafa ni wewe tu. Jehova Rafa teremuka, atateremuka. Na lazima utamfutiwe kitu ya kufanya, kuja kufanya. Lazima utafutwe kitu ndio akuja fanya nini? Afanye. That is God for you. God cannot come just empty there. Akuja tena rudi. Na ukinyareka kaodo. Utajipata ukiwa na fridge umefujika mguu ndio akuja fanya miracle. Na hivyo ndio niwaambia, when you invite Angel Michael, for those who like it, ate Michael, teremuka, you do justice, they can do bad for me this. Oh, Michael, teremuka, teremuka. He normally comes very fast because he has, once you mention the name of an angel, he comes very fast. And the angel Michael is a justice angel. All the angels are justice, are just. Kampisa. They are not corrupt like your mind. They are not corrupt like you. He will come with a book, written both. Amekuja wewe ndio umeita Michael because of her. Atakuja na kitabu imeandikwa wewe na imeandikwa huyu. Na kitabu hiyo imeandikwa wewe with all tabia zako mbaya na nzuri. Na huyu tabia zake zote mbaya na nzuri. Wataigalia kitabu, wakute tabia za huyu mbaya ni 10, zako ni 100. Na wewe ndio uliita Michael, atashughulika na wewe kwanza. Ata deal na wewe kwanza. Ndio nasikiaga uliombea mtu akufe, kwako kuna kufu. Uliombea biashara ya mtu yaanguke, unasikia yako ndio imeanguka. Watoto wako wote hakuna hata mmoja yako kazi. Wote kazi zao zinapotea. Ukaje kulia kali mahoya maliko hoyaga niwe okile na just nyale ilikuwa koshu ureda, but atashughulika na kwa sababu yako ni 1000. By huyu afikiwe, huyu ashaongea na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Barokole hakimu na shida. That is why you need to understand the concept of Christianity. Because the people who brought Christianity to you, they lied to you. Because it is not. You know, the Bible is supposed to be like a Quran. A Quran is written in Arabic, cultured in Arabic. Cultured in a culture. The word of God is cultured in the culture of God. But the Bible now, the people who brought Christianity to us, they brought a Bible with a different culture, but they brought to us their own culture that is demonic. That is why you have Lucifer, Luciferic churches in the country. That is why you can have a church where hatuwezi kusikilizana, hatuwezi kuwa kitu kimoja, because we believe in my church, and there is nowhere in the Bible there is my church. Ama kunayo? There is nowhere in the Bible. God, Jesus told, in that rock I will build my church. But we have gone ahead and build our churches in that rock. That is why unasikia kanisa kawaro ige, alafu ninaweka picha yangu na mke wangu. Ni mwenye kaka itali na mudo. Ninaweka picha yangu na mke wangu na nimewekelea mke anakuwa nyuma na mweka mbele. Mwanaume anakaa nyuma. Ndio, nimekaa hapa, amepigwa picha hapa na mwekelea hivi. Na smile. Because that is my kingdom. That is my territory. That we and my wife, hiyo kanisa ni yangu na my wife. That is why nimeweka picha yangu. Wherever you put a portrait, you put a portrait. Ni kama sasa kwa maduka zote kuko na portrait ya nani? Ya Ruto. Because he is the king of the country. I put my portrait there with my wife. I am the king. You are worshiping me. And that is why God has run away from us.
because he will never share the glory. What I will do, nitakuwa nikiwafanyisha masarakazi, and I will tune my teaching to feed into my kingdom. So you will be serving me forever. Jesus never said you people are going to build a church on the rock. He said, I will build. Jesus himself, I will build on this rock. I will build my church. So we are supposed to be in the church of Jesus Christ, not the church of Waroige. And that is what is coming. When you hear Gen Z wanasema they are going to occupy church, it is the Spirit of God speaking. Hello, ndio unaona mnaogopa kukuja kanisani. Makanisa karibu yote nimehubiri kwa empty leo. Because the Gen Z wamesema we are going to occupy what? Because the church has been brainwashing people. We have not been telling people the true God. So God will send his army to us. Na tutafinywa until we go back to God. Until we surrender into the will of God. Until we demolish all the kingdoms we have created and raise the kingdom of Jesus. Not Jesus, Yeshua, Yehusha, Hamashiach. Sema Yehusha. See Yeshua. See Yeshua. Yeshua does not mean as Yehusha, Hamashiach. That is Emmanuel, God with us. Are you getting me? Are we together? Lesson number 3 we are learning here is that God protects you from hidden dangers. Look, let us look at verse 3. Please, verse 3. So there are many hidden dangers that you know. Maana yeye atakuokoa kutoka kwa mitego ya wawindaji na katika maradhi mabaya. Kuna mitego, kuna vitu ambavyo viko around us. We don't understand them. Kuna ma-accidents zimepangwa kwenye barabara. Kuna vitu ambavyo, kuna biashara yako umewekewa vivito. Kuna wale walikuroga, they came in the secret. They don't come in the open. Walikuroga in the secret. That when God is with you, when God is working, God will protect you from hidden dangers. There are dangers that are hidden from you. You don't understand them. You don't know the people. You think the man next to you is your good friend, a friend that you treasure, lakini ni mchawi. Yeye ndiye amekupangia. You are suffering because the woman you have ni mwanamke ambaye umeoa, ni bibi yako, ama mwanaume ambaye amekuoa ni bwana yako, lakini kumbe ndio the problem to your life. Yeye ndio amesababisha hii mateso yote unayapitia. This is a man, this is a woman. Hapa kanisani nakuta mtu umemlete hapa, amekuwa mzuri, anakuwa hapa kila kitu. He is your advisor. Kumbe ndiye anamaliza. Si umeona wa advisor wamefanyia huyu mzee wetu anaitwa Ruto. They misadvised him. Ruto was a good man. The man we elected, this is not the man that we elected. This is a cloned person. Sio yeye. Because alizungukwa na wakora ambao wako na interest. Akazungukwa na Waislamu ambao wanataka kuchukua hiji. Because hapa walikuwa wamepaka vitu tatu. Watu vijana Gen Z, they were sent by God. That's what we call the secret army of the Lord. But in the middle of them, kukaigia wengine wametoka hapa Madhare na wengine walikuja kupora. Gen Z, they were not coming to pora. Gen Z hawako na mambo mabaya. They were walking in the street without a mobile phone and a handkerchief. And they didn't have any problem with the police. They didn't have any problem. Lakini kuna kigroup kingine kililipwa tupesa hapa, kikakuja, kikaanza kupora huko. Hiyo ilikuwa, hao ndio wanaitangwa the underworld. They wanted to capture the moment. And that is why you need to be very careful when God is blessing you, when God is changing your position from one place to another one. Because in the middle, hapo katikati ndio kuna kuaga badilisho. Unabadilishwa haraka haraka na wanachukua kile chako kizuri, wanakuachia kile kibaya. Jinsi hiyo marisasi mliona ilitokea hapa, haigetokea, lakini kuna kagrupu kingine kalitumwa na watu wa Illuminati, the underworld. Gen Z, they were not for Illuminati. They are godly. And God wanted to show Ruto, I will not send the grown-ups. Alisilence Raila, akasilence kila mtu, akamtumia watoto. Si aliteremka kutoka kwa mti. That is when God is dealing with you. He does not use your power. He uses your do. Kitu ambayo hauwezi, kitu ambayo unadharau, ndio anatumiaga kukuteremsha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Lakini hao wengine walikia, they are underworld. That is force number 2. Hiyo force ya kwanza ilikuwa ya Mungu, force ya walikuja kupora ni ya watu wa underworld. Walitumwa specifically, walitumwa na watu from the underworld, wakapatiwa pesa, nendeni muharibu what God is doing.
but also the Muslim fraternity nao walikuwa nataka the confusion ikuwe kubwa, wapindue serikali wachukue. Are you getting me? Wakiona huyu mtu ni helpless na huyu ni helpless, ndio uliona jioni kulitokea KDF ikakuja illegal. It was illegal. KDF, they were not supposed to be in the street. Mbona utume Haiti GSU alafu kwenu nyumbani uweke KDF? Is that making sense? It doesn't make sense. It has to be okayed by parliament. By then parliament walikuwa na hara huko chini, parliamentarian walikuwa na hara wakibebwa na ambulance. So there was no parliamentarian who okayed KDF to be on the road. Who okayed? Who is in charge of the KDF? Yes. So ni vitu vitatu zilikuwa zinaidanishwa parallel. God prevailed. Na ndio niliwaambia mkae hapa muendelee kuiba, because kulikuwa kunataka kufanyike hijacking of the kingdom of God. Then it was changed by three forces. That is why you need to understand the ways of God. You need to understand how God operates. You need to understand when is God. Na ukiona kama sasa mimi Mungu akiniambia kitu, I will settle, I will pull out of people, I will pull away. Nikae kando ndio nisikilize what is God telling me and how does he want me to do. Na nikiona mnanisubua sana, natoroka naenda bali na jificha kabisa, ndio tuache kusubuana, because I want to hear directly what does he want, what anataka nifanye nini, anataka nizungumze neno gani. Bwana Yesu asifiwe sana. When wali hijack, nilikuja hapa kanisani na David alikuwa hapa. I walked out, nikatafuta nini? Nikatafuta cape, nikaweka mask, nikatembea, nikazunguka hapo, walikuwa wanapiga tear gas. Nikazunguka mpaka pale, because God told me, go walk around and scatter the plan of the evil. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndio nakwambiaga, kwanza kabisa, before you come to live with me, think twice. Kwa sababu utaninagi, when you nag me I will slap you, and God will just say it's okay, slap. Sababu he is interfering with the process yangu, because I'm used like a robot. Immediately after that I was told, ingia kwa gari enda Mount Kenya. Kuna watu utakuta huko mtaomba pamoja nao. I want to Mount Kenya. I've never, hiyo side Mungu alinipatia sijai kwenda. Nilienda tu blindly, kufika huko nikaingia kwa kichaka, naona ndovu ndio hizi, manini ndio hizi ziko hapa. Nikasikia Mungu akaniambia geuza gari pande wa chini. Mahali nienda kutokelezea nilikuta watu wakiomba. Wakaniambia Mungu alikuwa ametuambia unakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. So sasa utakihikio ni mundu toshio. Tudumuke dago kuhika. Uturongurikete. You don't understand it. You need God. Hi, mom. Hi, mom. Amecheka, amesikia kizungu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why last time I was teaching you. First of all, understand your calling. Once you understand your calling, I'm teaching you. Those who are looking forward to be married and who are looking forward to marry. If you have ministry, first of all, identify your ministry. Understand your ministry. Then go out. Go look for a person who will understand your ministry. If it's a husband, who will be able to understand your ministry. If it's a woman, who will be able to understand your ministry. But if you marry before understanding your ministry, mutakosana. Kwa sababu utakutana na bibi mwenye anatakanga mkuage na yeye hapa kwa hapa. Saa 2 ukue kwa nyumba, saa 3 mkue mmelala. Akusikiage hapa, amelalia kifua yako hapa. Na wewe ni mtu wa kwenda siku 7 hujairudi kwa nyumba, ate umako yari kirima. Kota kiugaga. Ndaririo ni mwathani, aregire kunjareria niki. You live in curses, and when you go out, you didn't go with the blessings of that wife or that husband, then you will not achieve anything. Utaenda kwa kichaka, utarudi ukiwa dry, because yule ananunika kwa nyumba, wewe unaita Mungu. Mungu hawezi akakusikia. You are not at peace. You are not in peace.
Ministry is something very strange. Ministry is something that you cannot if you don't have this common sense. And I am normally tell you, not all common sense are common. Hello? Not all common sense are what? Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. God will always deliver you. When they have planned to kill you, God will deliver you from the plan they have. God will raise you against them. God will defeat everything. Snare is a trap that is well hidden. Hello? God is able to shoulder us from the destruction that we thought never existed. There are some distractions that are in our life. We thought they would never existed, but ziko. Wewe unafikirianga unatembea tu, unatembea normally, unakula normally, unakaa vizuri normally, but there is something that has been laid against your life. Iko. Lakini you don't know. So what's the work of God? When you choose to be with God always, he will always remove you. He will always fight. He will always atakose vita zitokee huko. Ukienda huko unakuta washapigana, unapita hapa. Ama anakugeuza, unaenda njia refu, unateremshwa, unaenda wapi? Unaenda Githurai, unazungushiwa Embakasi. By the time uzunguke Embakasi, ataweka jam pale Kamakis, jam kubwa. Utaenda ukinugunika, ukipiga makelele, ukifanya nini? Kumbe God is saving you from another attack somewhere. By the time you reach, utakuta vita zote hakuna zimemalizika. Utakuja kwa bio, wananiweme kucharagia. Because that is how God fights. That is how God defeats. Only if you choose to walk with God. Only if you choose to live how God wants you to live. Only if you choose to be a good daughter of God, God is able to shoulder us. Do you ask how many times God has saved you? Do you ever ask yourself, how many times has God saved you? How many times you were to enter into that matatu, ukasikia hiyo matatu imeanguka hapo? How many times you are supposed to be somewhere, ukajikuta hapo ulikuwa hapo. In fact, that is where you are supposed to go and study. Hapo ndio hiyo kitu ilitokea. Have you ever asked yourself? Ushaiuliza Mungu, how many times God has saved you? How many times God has removed you? Na ukatoka huko na makasiriko, kumbe ni Mungu alikuwa anakuondoa because of the danger. Have you ever asked yourself? Umewahi kujiuliza swali kama hiyo? Jiulizage tu, sio kubiaga Mungu akupiganie, nipiganie fanya barabara yao ikuwe terezi. No. Kabla afanye barabara ikuwe terezi, kuwa na Mungu, hata hautajua akikufaitia. You will not know. You will always conquer them without you involved. Just surrender. Jehoshaphat surrendered to God, and God won the battles for him. Moses surrendered to God. He told God, I can't go. Siondoki hapa paka tuende na wewe. Jacob, when he realized that this is God, akasema, sitoki hapa. Sitoki hapa. Nibariki. Sitoki. When he realized this is the presence of God. When he knew, nimengangana kutoka saa 3 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Need to come and discover. Kumbe gorowaga gai akashika huyu Mungu, akamwambia sitoki hapa. Utoki udhie kana haha. Baka unifanya nini? Blessings are grabbed. You have to hold onto the blessing. Work hard. Pursue the cause of God. Pursue God. Don't be mtu wa kuyeyuka hesti kanyaga pakubwa. Watu kusema ati hiyo kanisa ama hiyo watu wanapigana ati hii ni redeti girako dikoigira hau ati nedera. No, that is the nature of God. Fight for your position. Battles are just not won in the boardrooms, are won in the field. Go to the field. Fight for that position. Conquer them. Win everything. Destroy them. Yes, because you got the power. Lesson number 4. I think we shall finish from there. Tutenda zimekuwa nyingi sana hizo. Naona mmechoka. Mmechoka watoto wa Mungu. Nipatie verse number 6. 6, 7, 8. Together. Ama walienda kulala. Posto dola walioingia. Teaching
Overcomers Deliverance Service. Ini overcomers. Wala mapigo yajao usiku, wala maafa yatokeao adhuhuri. 7. Hata watu 1000 wakianguka ubavuni pako, naam, watu 10,000 katika mkono wako wa kulia, wewe hutakaribiwa na maafa. 8. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. 9. Kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umefanya aliye juu kuwa makao yako. Hallelujah. Lesson number 4. God protects you from open dangers. God protects you from open dangers. Now we were dealing with lesson number 3. We are dealing with the secret dangers, things that you don't see. There are these open dangers. I'll come and attack you. I'll come and confront you. I'll come and wage a war against you. God will come because you are a righteous person. God will cause people to come either fight me, to repulse me, or to make me not fight you. Oh, nitakuja kwako nianze kuogopa tu. Waizi watakuja wakifikiria kuiba, wakiona wanakutana na umbo, wanaona umbo, wanafikiria ni simba, wanatoroka. He fights your open dangers. He controls, he wins battle. When people, bwana yako alikuwa na kipaga, amechukua kipaga, na unaona huyu anataka kunikata, something just happens, ana drip, anaanguka, hiyo paka inamkata. Those how God fights for you. People had planned kukuattack mahali, instead of warushe risasi kugoge, inakoka mwezao, wanaanza kupigana ama wanakosana. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I'm saying. God fights your open, protects you from open dangers. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Bwana Yesu asifiwe. Tuhamwe. Nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lay was at noonday. Even if we are out of or we lose our lives, we still have nothing to fear. God has given us the hope of better life and a better resurrection. God is a gracious God. He will not let you lose any battle. He will not let any of your enemy to rise up against you. They will try to raise a finger against you, but you will still win the battle. They will try to destroy your marriage. They will try to destroy your ministry. They will try to destroy your business. They will try to destroy whatever you are doing. But there is something that is in common with God. If you have surrendered to God, you don't need to bother. You only need to walk. Kaa tu na Mungu. He will do it for you. He will win every battle for you. He will conquer them that tried to conquer you. Amen. May God of heaven bless you. May I ask you a question? Pigeni makofi tu. Neke yake tauro. Oh. Okay, sawa, nimekuelewa. Nilikuwa na shida. Ni nini? Ni baridi sigie. Chini ni nini? Ni mguu yako? Oh. Bado uko na mfupa yako? Imeuliwa. Oh. Okay. I needed to understand that. Okay, thank you. Ulisema when mulienda na ule mama hawakukuja, kulitokea vitu. Najua huyu hawezi toka Kareni. Kukiwa na Jesse. Sorry? Yeah. Don't worry. Tusimame tu kwa miguu yetu na ulete sadaka yako. Leteni sadaka zenu hapa mbele. As I want to bless you,
I want to commission you. I want can we have remove the seat. Hiyo kitu umekalia, wewe kalia tu yako, lakini ukuje saidi. Hiyo kitu umekalia uondoshe kidogo, nataka mkuje mbele. Na kama hauna bahasha ya tithe, uombe upatiwe. Kwa wale ambao wanataka kuwa watu ni wazuri, omba utapatiwa. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova, Mpaji wangu. Leteni sadaka zenu. Mtukuze jina gani, kwani jina lake ni upekee wako. Majina yote mazuri leteni sadaka zenu.
Nasikia
28 verse 19 and 20. Basi nendeni mukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina of Jesus Christ, and you change the places you are. God has just told me that he has chosen you specifically today because you have made qualifications that he wanted you to make. He is going to use you in a mighty way that you are going to win every battle that is ahead of you. From today, remove the word I and put the word we, because it is not about you but about God. It is not about you but about God. It is not about your people but about the people of God. It is not about you who is serving in a particular position in ministry, but we in the ministry. It is not about what you are going to make, what you are going to know, what position you are going to have, but about doing the will of God. It is time God has selected you to be his ambassador, to go and preach, to go and reach to the millions of the people. Go ye and preach the word of God. He has given you the mandate to speak, to preach, and to pray for the sick, for the challenged, for the issues, for the difficulties. He has taken away every challenge that has been an obstacle in your life. He has taken away every demonic allegations against you. He has taken away every spirit of limitation that has operated in you. Instead, he has crowned you with a crown of victory. He has crowned you with a crown of authority. He has crowned you with a crown of success. That which has been so difficult to achieve, he has given it to you now. That which has been so difficult to go through, it is a walk in the park. That people have been hanging around you and have caused you to be distracted from the main mission of God. This God has removed them from you. He is going to create new friends that will only be with you because of the purposes of God in you. He will cause you to be a light that will be a light to the nations. He will cause you to shine over and above everything. That he is going to rise you above every nation. And the blessings in the book of Deuteronomy verse 28 verse 1, Deuteronomy 28 verse 1 to 14, he is gonna make you become a blessing because of following the instructions they have given you. This God will make you win and conquer every mountain in front of you. He will do every battle for you. He will scatter your enemy without your knowledge. He will completely diminish any opposition that is against you. Those people that had been arranged and organized to rise against you, they will be scattered. They are going to be scattered that have been planting witchcraft against your life. Every disease that was sent to you so that you can be distracted from the will of God has been vanquished by the blood of Jesus Christ. That the Spirit of God will walk in your business. The Spirit of God will walk in the places of work. The Spirit of God will walk with you. The Spirit of God will always shine, and the cloud from heaven will always be ahead of you. You only need to start a journey. God will send that cloud that will guide you. You only need to begin a journey, and the angels of God will surround you.
Whether you are in the deepest place of your life, you are in the trickiest place where now you feel like it is coming to an end, God will make them run away from you. They will come organized in one direction, but they're gonna be scattered in 7 different directions. They will not be able to see you because God is going to blind them. They will not be able to hear you because God is going to make them not hear you. They will not be able to speak to you because their mouth would be shut. They will not be able to walk near you because their legs will not be able to sustain them. They will not be able to stand against you because you got the fire that will make them melt before you. He is asking you just to walk with him. He will walk with you. Surrender anything that you thought is a burden. He will lift you up. Surrender your ego. Surrender your pride. Surrender the confusion that is around you. Surrender that evil thing that you've been doing. Surrender. Open your lips and now start to surrender. Surrender that ego. Surrender that knowledge that you think is so good for you. Surrender that man that you think without that man you cannot be able to do. Surrender that woman that you think without that woman cannot be able to do. Release yourself for the work of God. Release yourself. Jiachilie, ujipeleke mbele za Mungu kwa ajili ya kazi hii ambayo amekutunuka. Kazi hii amekupatia ya kwenda kuwafikia watoto wake. That you are going to preach this word. That you are going to do his will. That you are going to do and manifest his authority, his power, his word, his word. Today, Jeremiah 1 verse 6, 7. And he touched the mouth of Jeremiah. He put his words into his mouth. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, naye utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hayo, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Baba wa mbinguni ametia maneno yake kinywani mwako. Kutoka leo, you are not going to be the same again. Any word that will come from your mouth is from him that he has put in you. Miguu yako imetiwa nguvu. Mahali popote utaenda, utakubalika. Kupitia kwa miguu yako utamiliki. Kupitia kwa miguu yako utashinda vita vyote. Dhambi ambazo zilikuwa zimerundikwa juu yako, Bwana asema ameziondoa. Verse 10 Jeremiah inasema ya kwamba huyu Mungu amekupatia kazi. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili uishi, urudi, ujenge na upande. That is the mantle. Lift up your voice and receive the mantle. Lift up your voice to God. Mwambie, thank you Father. Thank you for hearing me. Thank you for being faithful to me. Thank you for having chosen me a moment like this one. Thank you for allowing me to serve in your kingdom. Thank you, O King of glory. There is no one who is like you. There's nothing that can compare to you.
Your power and your authority is gracious. You are a God that is not limited. You are seated on your throne, watching over us, and you have been a blessing. You defeated them that have tried to fight me. You've conquered those nations that have been rising up against me. You've won battles that have been laid against me. You've defeated the secret armies that have planned against me. You have conquered them. I know that you are conquering them. I didn't know they had a lay over me, but you did it on your own because you loved me, because you cared for me, because you suggested me to have this power, this authority. Continue praying. Tell God, thank you. Tell God, thank you. Mwambie asante Baba. Mwambie unaweza. Mwambie mamlaka yako ni ajabu. Mwambie wewe ndio ulikuwa na Musa. Amekupatia mamlaka kama aliyopatia Musa. Yeye ndiye alikuwa na Joshua. Amekupatia mamlaka kama yaliyokuwa na Joshua. Yeye ndiye alikuwa na Elisha. Amekupatia mamlaka kama yalikuwa na Elisha. Yeye ndiye alikuwa na Abrahamu. Amekupatia ushindi kama aliopatia Abrahamu. Amesikia dhabihu yako. I can see now. Malaika wote wameshuka and they are here to bless. They are here to bless. Somebody is being blessed now. Somebody is being blessed now. Somebody is receiving now. Somebody is being touched. Receive. The mighty hand, Jesus, Yahushua HaMashiach, you are the Son of God. You told your disciples to go and preach. These are your disciples now. Let them now begin the journey of preaching the word. Miano orogi na ikuo bogo nama orogi mothe maria maturite mathamakite muturire-ini waku kuma umuthi. See, receive. The Holy Spirit is with us now. There are those that have been sick, have been healed. There are those that have been having issues with their businesses. The businesses are changing now. There are those that have been looking for a specific healing, an instant, the power of God. May receive every demonic power. The spirit of the Freemasons, the spirit of the parents. Holy Spirit,
Kama unajua sijakuwekelea mkono, kuja mstari wa kwanza. Kama nimekugusa, rudi mstari wa pili. Ndio tusaidiane, tusaidie wewe tu, kila mtu. Hii ni siku ya muujiza wako. You don't know what I'm doing, but one day you will come to say, that is the day I got my breakthrough. I'm releasing mantles. Hello. There are those who will get it. There are not those who will not get it. But what I'm doing, I'm releasing mantles. Every person will be blessed in her or his own way. So get prepared, get ready, prepare. Kuja hapa, unaambiwa kuja hapa. Kujeni hapa. Kile ninachokiachilia, you've been looking for it, and you, whenever you go, unaitishwa pesa ndio kiachiliwe. We thank God because He has given you this opportunity to be here. Because you, from today, you are not going to be the same again. Amen. Umeniita
Because
Kuna mtu mwenye hajapata mafuta? Kuna mtu hajapata mafuta? Anybody? Thank you. Watoto wote wamepata? Yeah? Everybody amepata? Nani? Mwambie umepata? Unataka? Unataka? Uko sawa? Thank you. Sasa kwa karibieni, karibu sasa. Hold mkono ya mwenzako next to you. Touch me, the song that touch me once more. Hold, shikaneni mikono, chain, make a chain, make a chain. Wale washosho mkae chini. Touch me once more. Wewe kushikana na wachana nini? Touch me once Wewe wekelea mkono yako kwa bega lake, just kwa bega lake. Touch me once more. The Spirit of God, just hold on kidogo. The Spirit of God is coming. The authority of God, the presence of God is going to walk with you from now. And you're going to be not the same. That touch of the oil, I have blessed you just as David was blessed, that your life will never be the same again. You have been having so many challenges of life, but that is the mark of the end of the challenges. God will lift you up. God will raise you up. As we sing this song together, there will be a fresh impartation. As we sing this song together, there will be a fresh impartation on you. And from today, there will be the Spirit of God manifesting in you. In your work, in your career, in your businesses, wherever you will be, there will be a special manifestation of God. Let's go. touch me. Just tell God to touch me. Touch me. Touch me once more. Touch me. Touch me once more. Touch me. Touch me. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once
yourself. Release yourself to the Spirit of God. I break every spirit of witchcraft in the house. Every tell him to touch you once more. It's the power of God moving around. Touch me once more. Touch me. Every power of darkness is being broken. Every evil power over you is broken. Every sin power over you is broken. Yeshua, Hamashiach, Son of God, release yourself to these people. Reveal yourself to these people. Reveal yourself, Father who art in heaven. Reveal yourself to them. They came here because they want to see you. They came here because they know your presence is here. Reveal, close your eyes. Funga tu macho yako. Keyboard man. Ooh. Be silent as you receive the visitation. It is coming. Funga macho yako. It is coming now. The power of God has come. The presence of God has come now. Oh yes. Oh yes. Oh yes, people are being anointed. The bread are being delivered. Businesses are being set free. Bondages are broken. Powers of darkness are broken. The sin power over your life is being broken now. The sin power over your life is broken. It is broken. Oh yes. Fresh anointing. Fresh power. An authority of God. Yes, people are being lifted up. The authority of God, the presence of God in your heart, in your body, in your business, in everything that you do. Receive it now. Receive it now. Take it now. Rema Shandara Babarobosea. Receive now, Rabbi. Rabbi. Pokea. Special healing. Special deliverance. Special authority of God. Ndakomithia ngoma ciakwa. Ndakomithia ngoma ciago. Ndakomithia ngoma ciago. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Inyuĩ ago na mĩano mũtirĩ na hinya igũrũ rĩakwa rĩngĩ. Mũtirĩ na hinya igũrũ rĩakwa rĩngĩ. Kuma ũmũthĩ nĩngũtũmĩkĩra Jesu. Amen. I surrender.
ordinary, ordinary, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. Life is all my To own. you I belong. To you I belong. Give myself. I give myself to you. Thank you, Jesus, the Son of God. Thank you for your manifestation. Holy Spirit, you know your children. Feel them now. There is a feeling of the Holy Spirit. There's a song that we do, the Holy Spirit. There is a song, Holy Spirit. Come and reign, the Holy Spirit reign. We welcome you to come. Wacha ende chini. Come and Where's the reign. Let the room go down. It is not you. Holy Spirit, welcome you. We welcome you. This place. Welcome the Holy Spirit. Come and reign. Come and reign. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. Come and reign. Come and reign. Come and reign. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. Come and reign. Tawala Bwana, tawala, tawala, akualika, utawale, akualika Bwana, tawala, Mwambie tawala. Give me some envelopes. Give me some envelopes. I want to. Quickly, very quickly. I want you to be a blessing, and God will be a blessing to you. When we have done such a thing, there is a sacrifice you give. That's a personal sacrifice. I'm not asking you to give it now, but if you have it now, you can give it. I want you to take this envelope from this altar. Connect yourself to that calling that God has called you now. Connect yourself with what God has done in your life right now. Pick the envelope. You will go home. You will know what to do with it. Then you bring back and see what God will do to you. Nakubaliana na neno lako, Bwana. That is personal. The level that you want God to be with you is your decision. Nobody will direct you what to give, but that level. Take, there are more envelopes.
More envelope. Basha zaidi. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana. Let me give you a secret about this. The envelope you have just picked. It is the key to what God has said about you. It is the breakthrough that you needed. It is the connection that you wanted God to give you. A sacrifice of this nature, you give it from your heart. Because you are building a house. You are building a future. You are building a success. You are building what is supposed to be with you. How you build it. Yule ambaye amejenga nyumba ya matope, amejenga nyumba ya mbao, na amejenga nyumba ya mawe, zote ni nyumba. Lakini anayeishi Kibera na anayeishi Runda, wote wanalala ndani ya nyumba. Lakini you choose your house how you want it to be. God bless you as you go to make the decision. May God lift you up. Inua mkono wako wa kulia juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye kuumba mbingu na dunia. Asante kwa mafundisho yako. Asante kwa maelekezo yako. Asante kwa kutubariki. Tumeshukuru sana, maana siku hii tumeitumia jinsi ulivyotaka tukaitumie. Na kuomba siku nyingine tutakapokutana hapa, uwe kibali kwetu na uwe baraka kwetu. Tuongoze tuendapo nyumbani, tusikumbane na matukio ya uhalifu barabarani ama nyumbani. Ninawafunika watoto hawa kwa damu ya Yesu. Jambo lolote la kifamilia, la barabarani ama la kijamii ambalo ni la uovu lisikutane na wao. Kazi zao zibarikiwe, nyumba zao zipate baraka. Wapatie kibali kule kazini wanapofanya kazi, wafungulie milango na madirisha wa kuabudu. Maroho yoyote aina ya uchawi, ya uganga, ya warogi, yote ninaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wametumwa ama wamejituma katika kikao hiki na muovu shetani, wote kazi zao naziharibu. Nazima mataa zao, nazima njia zao, na wapofusha na wafanya wasisikie. Miguu yao ishindwe kuwabeba na washindwe kufanya jambo lolote lile ambalo ni la kiovu. Nguvu ya dhambi aina yoyote katika miili yetu ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Every sin power in our body, in our business, in our family, I destroy you in Jesus' mighty name. Somebody say amen. You are blessed. Amen. Wherever you go,
God will walk with you. Amen. Whatever you endeavor to do, Amen. God will be in your midst. Amen. Go trusting this God. He will never forsake you nor leave you. Go trusting this God. He is readily available for you. Just remain faithful to God. Remain sincere to God. Remain genuine to God. He is with you. He will never let you down. In Jesus' name we pray. Yes. And now may the grace. Amen. So my brother, well, mumekubaliana. I want on Wednesday, I want to give him something on Wednesday, but based on your advice. Huh? I want to give him something on Wednesday based on your advice. Sindio? Okay, just make sure. Hakuna maandamano, so kibieni. Muone, nasikia kumbariki. Nasikia, something is pushing me to bless this man. Yes? Yeah. Atakupatia. Ukienda huko? Yes, yes. We want to see the kid, hiyo kitu yote, ndio tujue how can we be a blessing to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ule chairman alienda. Tulikuwa tuna raise pesa ya huyu. Ako wapi? Wale watu mlisema pesa ya huyu, mlilete? Ziko na chairman. Si umuulize kwa simu, muulize yako wapi? Ama amekupatia? Muulize yako wapi? Utapatiwa, usijali, tulia tu. Kuna mtu mwingine tulikuwa tunasaidia. Ule kijana wa Nyandarua. Ako wapi? Ni wewe. Mlikuja na baba yako? Asante. Mko na fare ya kurudi? Asante. Anybody? Thank you. Muende nyumbani, muende salama. Na kama unasikia uko na pesa ya kununulia chai, unaweza kuniletea. Na kama hauna, enda nyumbani. Umesikia? Yeah? Nigerera hapo. I'm walking power, I'm rocking miracle, I live a life of favor. Walking power, I'm walking miracle, I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I know who I am. We are the chosen generation to call on show His excellence. What a fire for right God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation. We are the chosen generation to call on show His excellence. What are the power? What are the fire for right God has given me, and I know who I am.
you.